ndizo ninacheza kuselect movie yenye munataka nyinyi wote members. Asante sana. Hivyo ndivyo kunaenda round hii ndugu brother wapenzi watazamaji. Your request ndizo ninacheza. Ala, your wish is my commander. Hivi ndivyo tunasonga round hii. Movie ni zenye munataka, zenye munaselecta, but lazima ukuwe member mtazamaji, lazima ukuwe member. Alright, desaini ya kuwa member ni kusubscribe. Asante sana. Alright. Hapa kuna Mbukinya namba imechomoka Old Expressway kuchomoka basi upande wa Nairobi ikafika hapo upande wa Shamahoho na kisha kunaweza kuchomoka mzee bila shaka pale kijiji. Kumbe ni wakati na ambapo anachomoka Nairobi amekuja basi Gishagi mzee kijiji. Na sasa mzee kijiji nimechelewa. Mzee kijiji ukiona basi ni mtu ambaye akona wasiwasi kabisa. Kisha yule makanga akakuja kumtorea baisikeli. Kumbe mzee amekuwa tauni na kitu ambacho ameweza kufanikiwa kununua peke yake na baisikeli. Mzee kijiji bila shaka pale amechomoka upande wa Kangemi. Bila shaka pale na kitu ambacho amefanikiwa kuweza naye kwenda ushago ni kijiji. Mzee lakini makanga alimuuliza mzee, hapa sioni kijiji, utaendaje nyumbani? Wacha kuniuliza nimechelewa. Mzee akateremka basi kwenye ile mteremko akaamua kuelekea na kisha ile basi ikaamua kuelekea moja kwa moja upande wa Kakamega. Makusha yote basi ikiwa ni kwenye ruti za introduction mwanzo. Mzee ndio huyu bila shaka pale anakanyaga kubwa hataki mchezo, akakanyaga kubwa basi akiwa na ile bashikeri na unasikia kwamba mzee amechomoka upande basi wa Nairobi na kitu ambacho mzee amefanikiwa kununua ni bashikeli peke yake. Sasa mzee fasta na hapa basi kuna shamba la mahindi. Kumbuka ni upande wa Gishagi, ni mwezi bila shaka pale ambapo mahindi ilikuwa imemea, lakini hapa ruti kando kulikuwa na mchongo. Mzee akaona basi hapa kuna mchongo na kisha mzee akaamua kuchomoka fashita. Kuna kijiji ardhi nyewizi, kijiji na ambacho kinaitwa bila shaka pale Ratuli Village. Sasa wacha watu waone mzee amekuingilia na sasa hivi iko karibu kufika saa 1 na kwenye kijiji watu wakaanza kukimbia, wanafunga mlango, kuna kuanga na mlango kadogo kisha wanakafungua. Mzee naye fasta. Kwani kuna nini? Kila mtu anaingia kwa maska na kila nyumba iko na kamlango kadogo. Unafunga mlango kubwa na kisha unafungua ni kale kamlango kadogo. Mzee akafika hapo basi fasta kuangalia kwenye saa, akakuja akafungua ni kale kamlango kadogo. Na hapo kukapita kuna kitu ambacho kimeweza kupita ardhi nyewizi. Alright. Kuna kitu ambacho kimeweza kupita ardhi nyewizi. Kuna kitu ambacho kimepita ardhi nyewizi. Kufika hapa ikaona hiyo basi imefunguliwa kwa mlango kadogo. Hapo kumefunguliwa kwa mlango kadogo. Lakini hapa kuna mtu ambaye bila shaka pale akaangalia basi vizuri kabisa. Kumefungwa mlango kubwa na kisha kunafunguliwa kale kama mlango kadogo. Kuna kitu ambacho kinatambaa kikiangalia na ukiona kila mtu yuko ndani ya maskan. Lakini hapa kuna mtu ambaye amesahau kufungua mlango. Kumbe ni mzee ni kijana kwa jina la Nyoto. Na Nyoto bila shaka pale mara hii alikuanga na kamanzi. Sasa walikuanga basi na kamanzi yake nyewizi akasahau kufungua mlango. Basi naambia wewe toka wewe. Wacha niangalia ni saa ngapi. Kuangalia ni saa 1 na dakika 20. Wacha kama mimi umechelewa kufungua mlango. Makosa. Imefika saa 1 na dakika ngapi? 15. Amesahau kufungua mlango. Wacha nifungue mlango fashita. Akaamua kwenda kufungua ile mlango. Maskini wa Mungu. Yote ikiwa ni introduction. Kufika hapa akasikia kuna bishwa. Jamaa tu leta. Kwa sababu lile kitu ambalo linapiga basi Mandela huku pande nje iliingia Nyoto venye karifanyiwa cheki, inaonekana basi ni mguu wa jini. Akaanza kuomba msamaha. Nisamehe, nilisahau kufungua. Wewe ndio ulisahau kufungua. Kakuda ndiyo title ya horror cinema mpenzi mtazamaji. Kakuda ndiyo title ya horror cinema. Sasa ikawa basi ndivyo hivyo mpenzi mtazamaji, ni baada ya jamaa kuweza kugongwa. Na unasikianga ukishagongwa na ile jini kuna consequences. Kuna bila shaka pale consequences. Sasa jamaa ndio huyu zenye wizi mpenzi mtazamaji, ndio huyu jamaa sasa anahurumisha, anasema mimi. Kumbe jamaa alipatwa na ugonjwa ambao bila shaka pale utaweza kumwangamiza. Na ugonjwa wenyewe bila shaka pale ni jamaa kufura mgongo. Tuchomoke zenye wizi tukuja kumpata jamaa wetu. Kumbe jamaa wetu aliamua kukuja kukuingilia. Inasemekana hapa kuna matanga ambayo itafanyika. Kumbuka ukigongwa na lile jini
inasemekana baada ya ukipenda basi mpenzi mtazamaji, baada ya ukiuko na ile jini, baada ya siku 3 utaanza kuyaga dunia. Sasa ndio huyu basi alikuwa best ya kwake jamaa wetu. Jamaa wetu alimcheka. Najua jinsi ambavyo ulikuwa na kamanzi ukasahau bila shaka pale kuweza kunini kufungua mlango. Jamaa amegeuka akakuwa dudo kuinama. Wewe. Acha nikwambie nicheke tu, pia siku yako itafika. Akamwambia wewe kaa vizuri, watu wameanza kuja kusherehekea wanataka kukula mchere, wewe shauri yako. Jamaa anamwambia wewe shauri yako. Watu imagine sasa watu hawa wazee wanakula mchele. Imagine na si mchele ati ni harusi. Huyu jamaa wameanza kumwandalia basi matanga yake. Sasa jamaa ako kwenye matanga yake, ndio huyo hata wameunda picha. Jamaa ako kwenye kama matanga yake, amewekwa pale mbele. Sasa wanangojea jamaa iage dunia. Watu wanaimba muziki. Unaona? Demu yake naye ndio huyo alikuja akamwambia, "Oi, my dear, pole sana. Kwa sababu utaweza kuiaga dunia." Na si Joja, jamaa kariaga dunia. Jamaa aliweza kuiaga dunia. Maskini wa Mungu. Sasa mzee ndio huyu anamwambia kijana. Sasa kumbuka ni mzee ambaye ametoka town na kitu ambayo basi amefanikiwa kutoka nayo town ni ile baisikeli. Anamwambia basi kijana, wacha nikuambie. Mimi kwenye hii maisha nimeishi miaka mingi hiki kijijini. Lakini mambo ambayo nimeona, niliamua nitoroke niende town. Town maisha ilinipeleka. Kitu ambayo nilifanikiwa kununua town ni baisikeli. Kijana unanisikia? Sasa wacha nikuvunje kitu. Kuja hapa. Nataka nikufunza kufunga mlango. Lakini anamuuliza mimi ni mdogo. Akamwambia hata kama wewe ni mdogo, one day one time utakuwa mtu muhimu. Ingia hapa. Sasa hivi saa ngapi? Unakuja unaangalia saa. Ukiona ni saa ngapi unafunga ile mlango. Ukishafunga ile mlango unafungua haka kadogo na ambako kanakaa dirisha. Ukishafungua ile dirisha, bila shaka pale mtazamaji utakuwa safe. Utakuwa safe. Unafungua kale ka mlango kadogo. Na kisha wewe unaenda unadoze. Mzee akamwelezea kijana namna hiyo. Olele. Tuchomoke ardhi zenye hizo, tukuje basi kwenye familia fulani hapa ardhi zenye hizi. Sasa kumbe hapa kuna mzee ambaye basi ni mzee. Hapa bila shaka pale mzee kuna mzee Kamashu. Mzee Kamashu kuna mtu ambaye anataka kumuoa binti yake ardhi zenye hizi, lakini sasa mzee Kamashu anasema binti yake amesoma sana. Acha kijana. Unataka kuoa binti yangu amesoma. Wewe umesoma mpaka klasi ngapi? Jamaa akasema amesoma mpaka form 4. Hadi form 4. Angalia hii makaratasi. Hii ni mtoto wangu amesoma mpaka university. Akasoma mpaka no school ahead. Unaniambia ulifika form 4. Nataka uniundie sentensi kwa kizungu. Sasa jamaa hii familia yenyewe mazi amesoma. Okay, niundie sentensi kwa kizungu. Sentensi ya kizungu. Niundie sentensi ya kizungu. Hedge, 4 legs. Aya, jamaa kaanza kuunda sentensi ya kizungu, sikia. Endelea. Pardon? Sasa kijana yangu silisema mpaka form 4. Kumbe kijana wangu anasoma alijifichanga kwa miwa. It gives us milk. A cow can be a mother, but a mother can never be a cow. Yes, anasema Google at Google. Yes, huyu anajua kusoma. Anasema future. Jamaa anasema future. Unaona? Anasema anajua kizungu lakini kidogo. Wakasikia nduru. Kumbe jamaa alikuwa amekuja kuoa msichana fulani ardhi nyewizi. Na msichana ambaye anafaa olewe aliamua basi kujiua. Sasa ndio huyo. Mimi nitajiua nyinyi. Mama yake akakuja akamwambia usijiue. Tutakubali uolewe na mtu ambaye unataka. Nyinyi mmekataa niolewe na mtu ambaye ninataka. Kumbe msichana kidogo akakule ndani. Sikia mzee, msichana usijiue. Tunakupenda sana. Utaoa mtu ambaye unataka. Kuanzia siku ya leo hatutakuchagulia mtu. Kumbe mzee amekuwa anamchagulia mtu ati mwenye ataoa. Mama anamwambia fungua mlango. Usijiangamize, mimi najua. Kumbe alimwaga rangi. Woi, sasa ona mtoto wako anajua woi. Mtoto wangu. Mimi si nimesema wewe mtu ambaye anataka. Okay. Akasema anataka kuoa sani. Sasa cheki manzi anamwaga rangi. Anapiga nduru na kisha anamwaga rangi. Akimwaga rangi, hao wanafikiria manzi anajiua. Kumbe ni manzi kwa jina la kwake basi ukilipenda Hindu. Jina la kwake basi ni Sonakshi Sinha ama ukilipenda Sonakshi Sinha. Sani. Akasema anataka kuoa jamaa kwa jina la kwake Sani. Jamaa alisema anataka kumwoa Sani. Sani ni mnani? Mimi namjua wewe, niachilie mimi ni Sani. Sani. Aya, fungua basi. Ndakukubali wewe Sani. Hatutakuchagulia mtu. Sema ukweli.
Eni, utaoa Sani. Si unataka Sani? Sani utamuoa. अंग्रेजी बोल ले बे. Alright. बोल ले बे. तो फिर इतने नाटक की क्या जरूरत थी बेटा? सबसे पहले akamwambia msichana usikuwe na wasiwasi, kama ni Sani unataka lazima utapata Sani. Sani ndio unataka lazima utapata Sani. Mama akamwambia fungua basi. Msichana akafungua. Mbacha mama angalie ni rangi ndio imekuwa na mwanga. Umejua wapi? Shikilia hiyo, acha ufuthi. Nijue namna gani? Mimi nataka niolewe na mtu. Nioe mtu ambaye ninataka. Sasa mmoja akachomoka. Sasa ile familia ikakuja kaambiwa yenyewe basi msichana wetu amekukataa. Jamaa unasema ati Google unasoma Google ati Google. Unasema ati future kwa kizungu inaitwa future. Wewe hapana. Wewe enda utafute mke mwingine. Sisi hapa bila shaka pale msichana wetu amekukataa. Sawa kama amekataa. Wacha niwaambie hata nyinyi mtakosa mtu mzuri. Na mtapata laana kwa hii familia. Mnatunyima msichana, mnatunyima nini? Wakachomoka na wakaamua kuelekea. Olole yaye. Lakini mtikando. Kuna mlango hapa. Unabishwa. Kuna mlango ambao uko nyweji. Na ambao unabisha. Kuna kitu kule ndani ambalo linabisha. Mazi wetu akaweza kusikia namna hiyo. Ai. Aha. Alright. Tuchomoke nyweji, kumbe sasa mazi wetu alikuja kumtafuta Sani. Akamwambia Sani, wacha nikwambie my brother Sani, mpenzi wangu Sani. प्यार. Babangu anataka kunioza. Lakini jana nilileta shida. Kulikuwa kumekuja na jamaa fulani hapo ati ilikuwa bila shaka pale aweze kunioa. Lakini niliweza kukataa kabisa. Nikapiga nduru, nikajifanya najua. Sani akamwambia ninakwenda my dear. Mimi nakupenda pia kama sukari nguru, na kuambia kweli si siri. Mimi ningekuwa tajiri ningekununulia hata gari. Wacha akamwambia wewe hujui. Kitu ambacho inafaa tufanye tuoane haraka kabla bila shaka pale babangu aniweze kwa mtu ambaye anataka mtu ambaye anajua kizungu. Ati kizungu. Useme kizungu. Unajua kizungu wewe? Ai, mimi sijui kizungu. Na sasa ndio nitafanya aje na sijui kizungu? Maji akamwambia tufanye hivi, twende tuoane kisiri. Aje bila familia. Ade, uko serious wewe? Sawa, kama utaki ni sawa. Haya my dear, nataka. ले तो करवा चौथा. Tuone. Yes. Bas. Kesho saa ile tukutane pale kwenye tempo tuoane. Nilikuwa nimekuletea zawadi. Ni nini? Hii inachukuliwa, hii ni kangumu unakula. Ni tamu pia wewe. Kijana. Sasa wewe je, unajua kizungu? Acha tuone. Wewe lazima uweze kukuwa kiongozi. Sasa zile nyakati za usiku mpenzi mtazamaji, jamaa baada ya kuongea na wazazi wake Manzi aliletwa ara zenye wizi, na baada ya kuletwa ara zenye wizi mpenzi mtazamaji, akakuja ara zenye wizi na akaamua basi kufanya namna gani? मतलब निबंध सारे एक जैसे हुए. Wakaamua bila shaka pale kukuja kubonga ara zenye wizi. Cheki maneno. दे तो हो जा तो. अच्छा. मतलब किलबिस is my mother. Kilbis give us milk. Kilbis has pork it. Kilbis has a tail. Kilbis can be mother, but mother can never be. खुदा आज मंगलवार ना है क्या? हो सके उसने भी पी रखी हो. खुद भी दारू पीवेंगे भैया. इंदु प्यार करे तू मुझसे? ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ या ना? हाँ. मरते दम तक करेगो? हाँ. धोखा तो ना देगो? तो फिर ठीक है, मैं तुझसे भाग के शादी करने को तैयार. चल. इंदु
ज़्यादा जल्दी ना हो रहा जी सब जल्दी मामा साहब ने डेटा ऑपरेटर को मना लिया है अब ना हुआ तो कभी ना होगा Sasa kwa ndivyo hivyo basi manzi wetu akakuja kupata jamaa akamwambia wewe ब्याह के बाद lazima uweze kunioa. Lazima tuoane na tutaoana bila shaka pale bila wazazi kujua. Jamani waoga. Kumbuka bila shaka kwenye hichi kijiji mpenzi mtazamaji basi jamani muoga kabisa. Kwa sababu kuna kitu ambacho kuwa kinaendelea kwenye hichi kijiji cha Ratuli. Hivi kile jago kisenjan. Akamwambia wewe bana ujui basi huku kunaenda namna gani? मासा Akamwambia aje? बात मानना ही पड़ेगा Usiniulize aje, lazima tuoane. Na lazima tuoane kesho. Na wazazi wanajua hii. Nani anajua? Hakuna mtu anajua, lazima unioe. Pia niko serious. Basi wakati leo na hapa kuna bishti yako kwa basi Jokopai Manguru kwa jina la kwake basi kwa ukiripe na basi Krish yeye bila shaka pale anakuanga basi Jokopai Manguru bishti yako kwa jamaa wetu kilipenda basi Sanii ama nego tu basi kamwambia lazima tuoane lakini sasa kasema tutaoanaje bila wazazi kujua आप कल कोई फिक्स okay maji kauliza tunaweza wana bila wazazi kujua mbiri akasema ndio kwa jina la Yesu Kristo inakubaliwa lakini sasa jamaa analeta shida itakuwaje afya कुबड़ हो गए एक पीछे एक आगे बता किल्बिस हाँ भाभी उसे दरवाजे के साथ साथ दरवाजा खोलने वालों भी चाहिए इज्जत को है वो इज्जत को तेरे डैडी ना दे सके इज्जत एक दिन वो खोल देंगे राधे 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 akakuja kumwambia basi wenyewe kabisa wenyewe. Sasa ikikuwa ndivyo hivyo mpenzi mtazamaji akaambiwa kwamba basi leo hii lazima basi waweze kupata basi kufanya nini? उनको खबर करनी है कार छपवानो है Lazima bila shaka pale mpenzi mtazamaji wataweza pata basi pale kuweza kuoana. Na sasa wakati za usiku mzee anasema huyo kijana atoshi mboga. Wachana na huyo msichana. Hawezi oa mtu ambaye tutaki. Anataka kuoana na mtu ambaye tutaki. Lakini wakati wenyewe Manzi alikuja akafungulia basi akafungua ni ule mlango ambao tuliona unabishwa. Kwa ule mlango mpenzi mtazamaji kisha Manzi wetu akakuja. Kukachomoka Manzi mwingine na ambaye ni twin sister wa huyu Manzi wetu. Unaona? Kulichomoka basi twin sister wa huyu Manzi wetu kujina kwake Hindu. Yule Manzi tutamtambua na jina kwake basi Gomita ama Gomiti. Manzi kwa jina kwake Gomiti. Akakuja akampatia jamaa wetu bila shaka pale Manzi wetu basi pete. Akamwambia najua basi uko na jamaa kwa jina kwake Sanii na unataka kumwoa Sanii na najua basi plan ambayo mumepanga. Wewe chukua hii pete nenda ukamwoe Sanii. Najua unampenda Sanii. Enda ukamwoe Sanii. Kumbuka basi hii yote basi amepanga na alikuja akamwambia sister yake lakini wazazi hawajui hiyo. Lakini basi sister yake anashikwanga na wasiwasi. Unapatanga huyu sister yake amefungiwa ardhi zenye wizi. Kwa nini sister yake anafungiwa ardhi zenye wizi? Utashindwa hata na wewe mpenzi mtazamaji. Mbona ameweza kufungiwa ardhi zenye wizi? Sister yake kwa jina la kwake kilipenda basi Manzi wetu. Mwingine anasema kama viko fiti kabisa kwamba show imeweza zaidi. Kuna mtu ambaye anaitwa Jackson watching from Thika anasema kama show imeweza. Hello DJ ni Fidel kutoka basi Kisweswai anasema zaidi za Mangari anasema kama show imeweza tena zaidi. Hello DJ Phonics anasema kisha mlango kaweza kufungwa. Mlango ikafungwa DJ na stara kama hiyo. Ni wiki from Kirutira side ya Kerugoya anasema kama show imeweza woza ni Mundo na salimia wote wanaotazama movie yetu. Hello DJ. Kumbuka kunifuatilia kwenye mitandao zangu za kijamii na mama anakuwa mazuri kabisa. Kumbe siku namba inafuata. Mzee kijana. Unaenda wapi? Vada dadi nilikuwa naenda kucheza mpira. Hadi mpira. Si unajua mimi ninatoka. Kumbuka basi lazima basi mtu abaki pale kwenye boma zile nyakati za usiku kwa sababu kuna basi ghost na ambaye inakujanga ardhi nywizi na ile ghost inapaswa ipate mtu ndani na ambaye basi amefungua mlango. Inapaswa basi jioni mtu anafungua mlango. Sasa kijana kumbuka leo walikuwa wamepanga wataoana na Manzi wetu. Sasa anamwambia mzee leo kulikuwa na mechi ya kukata na shoka. Kukata na shoka. Alafu akamwambia basi kumbe mzee anaenda safari. Kuna mahali na baba mzee anaelekea. Lakini kijana wetu hataki mzee aende. Anataka mzee abaki boma ili aweze kufunga mlango. Kijana enda ucheze mpira na urudi mapema. Lakini kijana anamwambia hapana, mzee wewe baki leo tena kesho. Sisi tuko na baraza la wazee. Sisi tunaenda kushiriki kwenye baraza la wazee. Wewe kijana baki boma ufunge mlango nyakati za usiku.
Sasa ikakuwa ndivyo hivyo mpenzi mtazamaji. Ikasemekana watafunga mlango nyakati za usiku. Wakati wenye huo alipigiwa mawasiliano na Hindu. Hindu akamwambia njoo mahali fulani wa fulani, bila shaka pale nataka bila shaka pale. Akamuuliza wewe ngombe yenu uko wapi ndugu hii? उनसे क्या है हवन कुंड जला के रखे सन्नी यारो है akamwambia niko njiani ninakuja wewe fika mahali na ambapo niko temple secret wedding hii ni harusi ambayo ni secret na jamaa anaangalia saa wewe masaa kumbuka inapaswa ukuwe manyumbani wafunge ndoa akamwambia ni masaa akamchukua manzi lazima wazunguke hapa mara 127 times sasa manzi anazunguka polepole manzi anamuuliza nini wewe akamwambia zunguka haraka bana manzi anaenda polepole jamaa akaona sawa acha nikubebe nini baya nakumbuka mwambie manzi mpaka mhubiri anashindwa ai kunaenda namna gani imagine harusi ya huko lazima uzunguke hapa bila shaka mara 127 Diposa wane. Akasema imebaki ngapi? Akasema 1 2 3 nimemaliza. Akamwambia haya, wacha tufunganishe. Mhubiri Mungu. Akamwambia maza akamwambia tupige picha nyingine ya mwisho. Haya. Akapiga picha nyingine ya mwisho. Akamwambia mimi nataka kwenda. Kuna kitu ambacho bila shaka pale nataka kukimbia. Maza anamwambia unaenda wapi? Sasa tumeoana sisi ni bibi na bwana. Sani. Nakuja kesho nakukujia kesho acha niende. Sani. Lakini jamaa akachomoka. Kwenda kupata hapa. Hii pikipiki yako imekataa kuwaka. Kwani unawekanga nini? Akamwambia toka nijaribu. Hii pikipiki imekataa. Akamwambia wewe chukua baiskeli ya mtu hapa wewe enda. Pikipiki imekataa. Kisha jamaa akachukua baiskeli kisha mara hiyo akaamua kuchomoka. Enda nitakuja. Pikipiki imekataa kuwaka. Kisha wakati wenyewe jamaa itafashta akaamua kuelekea pale manyumbani. Unasikia maisa moja usiku lazima aweze kuwa basi amefika pale manyumbani na sasa hivi ni saa 12 na dakika basi 55. Jamaa akakuja fashta. Mbio kwenye kijiji na ambacho bila shaka pale unasikia ni Ratuli Village. Washalala. Fashta. Maridadi pozi tena maridadi zaidi kidogo. Akaanguka. Kuanguka bila shaka pale designer sana kama hiyo mpenzi mtazamaji. Gayuyi. Mnyororo umeweza kukatika makosa. Mnyororo umekatika na jamaa hajafika nyumbani. Mnyororo baiskeli imekatika na basi jamaa hajafika nyumbani. Sasa jamaa ameanguka na ameumia mguu. Sasa fasta. Kwenye kijiji watu wote washaingia ndani ya nyumba, washafunga mlango na kisha wamefungua ni kale kama mlango kando. Sasa wakaamua kuingia kule fasta kila mmoja. Akaamua basi yeye sasa ni fasta na nyakati ni zile za usiku. Saa yake imeanza kunyeta saa 1 na dakika 10. Makosha. Saa 1 na dakika 10 maskini wa Mungu. Saa yake imeleta shida. Akakuja akafungua mlango. Kufungua mlango bila shaka pale mpenzi mtazamaji. Kabla ya shetani kuja kupita, jamaa akaamua sasa amefungua mlango na kisha kufungua ni kare kadogo. Kufungua ni kare kadogo kumbe kakanyeta. Kare kadogo kakakataa. Fungua mlango. Lakini punda sio punde. Jamaa akaamua kuvunja nini mlango lakini alisikia sauti ya shetani nyogi. Alianza kusikia masauti ya shetani nyogi. Na mlango ukafunguka. Kumaanisha jamaa amechelewa kufungua mlango. Cheki. Mguu wa shetani nyogi. Jamaa akaanza kuomba msamaha. Pore. Jamaa kapigwa teke ya kimanyoko na shetani nyogi. Wakati wenyewe jamaa kafura. Akapata nundu mara hiyo. Sasa watu kusikia jamaa kona nundu wakakuja basi juu watu wanajua hapa basi jamaa kifura lazima kukue na mchere. Sasa unavarishwa manguo za maiti, unawekwa pale mbele, unahudhuria matanga yako. Na kisha baada ya siku 3 unaweza kuiaga dunia. Enda uniletee ile mchere. Jamaa basi anapika mchere. Watu wamejaa radhi cheki mzee anamwangalia kijana wake. Amekuwa judo kuinama. Jamaa amegeuka akakuwa judo kuinama. Wakati wenyewe bila shaka pale manzi aliweza kukuingilia kumtafuta jamaa wetu. Kufika ardhi hizi hakika mpenzi mtazamaji tazama. Sasa tukiendelea basi kumbuka basi kutuma ujumbe mfupi. Mchere zinapikwa watu wanaimba wimbo za matanga. Kuna mtu ananiambia hii ni Mbugi show iko ni tamu sana na watch na my brother.
Bugi Junior Peter, wish you the success kwa exam ya kwao pale. Asante sana. Kuna mtu na watch nikiwa basi upande wa Kiunyo. Nasalimie basi wa Mkomo wakiwa basi Kinyo, wanasema DJ movie iko fit kabisa. Maana kamuliza ni nini umefura muongo. Ngoja nikwambie ukweli, nilipigwa teke nikakuwa dudo kuinama. Nisamunie. Sasa akaagiwa na manzi. Na sasa hapa wanakuchukua basi wewe ni kama maiti. Watu wakakasirika. Haya, maiti inahangiana. Sasa watu wakashtuka. Huyu mtu si atakufa sasa, mbona yeye ni maiti? Jamaa ameshachukuliwa kama yeye ni maiti. Msichana. Nini ni baya? Watu wanaulizana maswali kwa nini? Babake basi manzi wetu ndio huyu. Wewe mtu ambao unagiana na maiti, wachana na mimi. Huyu ni nani? Huyu ni bibi ya huyu. Alioana jana. Hata jana. Walioana jana saa ngapi? Basi alioana jana saa 12. Kijana. Kumbe jana huyu msichana ndiye alifanya ukakosa kufunga mlango, si ndio? Nilijua umekaa nyumbani. Lakini mtena akamwambia dadi pole yako kwanga najua. Na mimi yako niambia kitu kidogo, kitu yoyote. Watu wakashtuka. Huyo jamaa ni maiti. Hakuna kitu kama hiyo. जब तो कह रहा इतना पानी है और मैं वहां तगड़ी धूप में सड़ के आ रहा हूं ना मेरे से सीधे कह दे तो कि डैडी मैं लुगाई लेवे जा रहा हूं, मैं दरवाजा ना खोल पाऊंगा, तुम्हें ना रोक दो. Wakaanza kubonga kimwambia wewe sasa unajua itakuwa namna gani? Wewe sasa mambo yako yanakuwa ngumu kabisa. Wewe sasa utajua namna gani? Tu itairuk. Toka kijana, toka. Wewe na ulikosa kufunga mlango juu ya msichana. Kuanzia siku ya leo sikutaki kuona kwenye hii bomba. Akaanza kumfukuza basi mtoto. Lakini kijana akamwambia Sania, akamwambia achana na yeye. Huyu jamaa already ni maiti. Wewe pia sio ulikuja bila shaka pale kumpeleka aweze kuolewa. Pole dadi. Lakini msichana ndio akaona hii ni ujinga. Akamwambia dadi, "Sikina wewe mbona kuniambia kitu yoyote? Mimi nilikuwa nataka nikuoe. Mimi sasa ningekwambia nini? Ungeniambia ukweli. Sasa ona umekuwa dudo kuinama. Sasa mbona ukuniambia ukweli pia na wewe?" Mimi siwezi sema kitu. Wewe mbona kuniambia? Ndio. Lakini mzee akamwambia huyu kijana hata wachana kuongea na yeye. Huyo ni already ni maiti. Lakini msichana akasema hapana. Hii lazima tuweze kujua basi venye jamaa atatolewa hii kitu kwa mgongo. Juu hii haiwezi kuwa ni kitu permanent. Lazima hii kitu kinaweza chomoka. Na sasa nataka kuchomoka ara zenye wizi. Na yeye huyu kijana twende tutafute basi msaada. Tuweze kujua ataweza kupata matibabu ama bila shaka pale itakuwa basi anaambulia patupu. Hatuwezi kuja basi kuignore ati kwamba basi kijana amefura nundu atakufa kuiaga dunia. Hiyo ni nyinyi mnaamini. Lakini lazima tuende kujaribu matibabu. Kijana anaweza pona. Mzee akasema huyu kijana hawezi pona. Wengi wameshikwa na hiyo kitu. Hakuna mwenye maipona. Wewe weka chini hiyo vitu. Imagine manzi alikuwa amehamia huku. Alikuwa amekuja na vitu zake. Imagine alikuwa amekuja na manguo za kwake kwa kina jamaa wetu juu washaweza kuoana. Wewe chukua hizo vitu. Weka chini wewe. Mzee anamwambia wewe toa hizi vitu za huyu manzi hapa. Na kisha manzi anaambia huyo jamaa anamwambia basi Karish rudisha chini. Wewe chukua hiyo toe hapa. वैसे भी मरनो है. Akamwambia mzee wachana na msichana kumwogesha vibaya. Huyu ni daughter in law wako. Kijana. Wewe ni maiti na unaniongelesha. Wacha kuniongelesha. Mzee akamwambia, lakini akamwambia wewe mzee pia wachana uirano. Maiti nini? Umeanza kunihesabu maiti na mimi ndio huyu hapa ninazungumza. Sasa Sanii. Unacheka nini? Si mzee anachekesha. Anasema anaongea na maiti. Wewe. Mzee kamwambia nyicho mkeni hapa mwende mtafute matibabu. Tukini ara zenye wizi, nendeni mkatafute matibabu. Juu kupole hapa, hakika basi mimi nawaambia hapa mtafaulu. Sasa jamaa yetu alienda basi kwenye daktari mara hiyo mara that. Daktari akamwambia kijana wetu, walienda bila shaka pale mpenzi mtazamaji hospitalini. Daktari akamwambia, huyu kijana kitu ambacho kiko pale kwenye mgongo wa kwake ni kitu ambacho kinaitwa bila shaka pale nundu. Mimi nilikuwa nimefikiria ni mifupa ambayo bila shaka pale ambayo imefura imekuja ikatoka ikakuwa dislocated, lakini nimeona ni nyama tu kimefura, ni kinyama kimefura. Kumaanisha ile nyama tunaweza kata na kijana atapona. Msichana kusikia hivyo basi akaanza kufurahia. Akamwambia furahia baba hii. Lazima uweze kupona basi.
Akamwambia basi huyu kijana atapata matibabu na lazima bila shaka pale hiyo bidhaa itaweza kuchomoka. Cheki maneno. Aliweza kuelezewa design Instagram hiyo, akaambiwa basi ile bidhaa itachomoka na basi kila kitu kitakuwa chonjo. Kila kitu kitakuwa sambamba maridadi zaidi. Lakini wakati wenye umazi aliweza kukutana na mtu fulani ara zenye wizi. Cheki maneno. Ai, wewe ni mnani? Mimi naitwa Kifuri Kitogori. Chukua maji ukujwe. Na ukitaka msaada yote niitishe. Na kisha akapotea. Wewe Sari, nini baya unastuka? Jamaa ko strong, amesema atapata matibabu. Haya, wacha nende nimuone. Jamaa ile maji akakunywa. Maji na baya alipatiwa na ule jamaa. Maji na baya maji alipatiwa. Unaona? Ile maji jamaa akaweza kuikunywa. Wakati wenye huu basi jamaa wetu ndio huyu ashaangolewa ni ile nundu, ashakatwa. Jamani huyu sasa amefungwa bila shaka pale na daktari, na bila shaka pale amefungwa na bandage ni kama waliomba kuchomoka basi hospitali nyingine. ठीक हो गए Mindo. अरे धीरे Matiko. Sasa jamaa anaamuka. Manje kamwambia uko sawa sahi. Manje kamwambia sasa saa hizi umepona na uko sawa, ametoa ile nundu. Sasa kuanzia saa hii wewe uko chonjo kwa maridadi. अपने सत्यवान को यमराज से वापस खींच ले. Wala la yaye. Na ukakuja kubonga na manzi wetu designer kama hiyo, manzi akamwambia basi utakuwa sawa. Akamwambia leta kama mkono kidogo hapa. Akamwambia utakuwa sawa. Kumbuka kunifuatilia kwenye mitandao zangu za kijamii, kumbuka kutumia ujumbe mfupi, nitumie basi SMS niambie unatazama kwa wapi. Wakati haja kumbe mzee alipiga simu. Akauliza basi mnaendeleaje huko mbele. Lakini jamaa kukuja hapa akaona mzee inaonekana mambo iko shwari, jamaa amepona na kila kitu kiko sawa. Sasa sisi tutakuwa tunarejea pale kijijini, tutakuwa tunakuja hapo kijijini. उसका अब वो आवाज नहीं आ रही अंकल जी. Akaambiwa basi na kupigia mawasiliano. Ikasemekana kwamba basi ameweza kupona. Jamaa hakika mtazamaji ameweza kupona. Wakati wenye huo bila shaka pale itabidi basi uelekee pale manyumbani, kwa sababu jamaa ashapona. Jamaa wetu kwa jina la kwake ukilipenda basi jamaa kuna mtu mwingine ambaye anasema DJ phone HD I need anasema basi I need the movie named Universal Soldier. Asante sana. Kuna mtu mwingine anasema hii ni Bradley kutoka Mbale. Show iko poa, uniambie title ya movie yake please. Ndo nimejoin saa hii. Asante sana. Hey, big up DJ Jose kutoka Langata anasema movie imeweza zaidi. Mtu ambaye anasema DJ ni Steven kutoka basi Kariobangi ndo anasema kwamba show iko sawa kabisa. Hey, DJ ni Champion kutoka Nyamira anasema kwamba basi nakupata movie iko lita kabisa. Ni Sancho kutoka basi Bungoma anasema kwamba basi show iko best, niwekee movie inaitwa Young Driver. DJ niko Nakuru, napenda jinsi napeleka maneno bila kuumba ulibi. Show iko juu sana, wewe ni DJ nambari 1. Kumbe zile nyakati za asubuhi jamani amuka. Kuamuka ile nundu imemea tena. Ai? Na hapa basi kuna watchman. Na huyu watchman umcheki vizuri zaidi. Basi anamwangalia huyu watchman. Anaona kwamba huyu watchman ndio yule watchman ambaye aliwezanga kumletea bila shaka pale ni ile maji. Manzi akamcheki designer kama ina, kisha wakaamua kuchomoka. Cheki maneno. Wewe msichana, ngoja kidogo. Manzi akaanza kucheka, huyu anataka kunilepa maana namna gani? Akaanza kufungua nguo. Manzi akashika lakini jamaa alichomoa kadi fulani ya zenye hizi. Akamwambia najua shida ambayo inakusumbua. Ukikuwa na shida zaidi na unataka msaada. Anataka wewe unachungulia nani, shika hii. Akamwambia shika hii bidhaa. Ukitaka msaada nitafute. Tafuta huyo mtu ambaye ako kwenye hiyo card. Manzi akaangalia bila shaka pale anashinda huyu ni nani? Watchman. Wewe kuja twende. Manzi akachomoka. Na hapa kuna jamaa kwa jina huyu watchman umecheki vizuri zaidi. Akacheka. Wale yaye. Na kisha akafunga mlango. Tuchomoke ara zenye wizi tuingie kwenye ile kijiji. Sasa watu wameka sheria, ni kwa mara ya kwanza mtu alishikwa na nundu
na ikatolewa kumaanisha jamaa atakufa. Sasa watu wamefurahia, sasa hawasherekei matanga, wanasherekea huyo mzee akafurahia kichana yangu. Wewe ni nini mbaya inaendelea huku? Waliniuliza kama umepona waweke sherehe, nikamwambia umepona sherehe kawekwa mara hiyo hiyo. Ati si ndio? Lakini mzee kuangalia, kijana ako na nundu. Kijana, ngoja kidogo, weka muziki chini. Kijana, yes daddy, hiyo ni nini kwa mgongo? Si mliniambia hii kitu mlitoa? Ndio, tulitoa tukakata, lakini kwa mka asubuhi nyingine ilikuwa imemea. Msichana, unaona mimi ni mjinga, si ndio? Ya tulitoa, lakini ulitoa nini? Mzee akakasirika. Kijana yako na nundu. Watu kwa kijiji wanaulizana ni nini mbaya, ni nini inaendelea. Oh yeah. Maskini wa Mungu. Walele yaye. Washalala. Maridadi poziti na maridadi zaidi. Ikawa basi ndivyo hivyo mpenzi mtazamaji, manzi ndio huyu ameshikwa na stress. Atashindwa fanye nini wala tende didi. Washalala. Maridadi poziti na maridadi zaidi. Alikuja akachukua ile kadi basi, baada ya kufikiria akaona basi hiyo kadi imeandikwa Victor Jacobs. Akasema, akakumbuka jamaa akimwambia bila shaka pale, ukitaka basi msaada nipigie. Tuchomoke ardhi zenye wizo tupate basi Jacob mwenyewe. Victor ndio huyo. Huyu sasa ndio ni jamaa, na huyu bado ni yule watchman. Kumbe hapa mpenzi mtazamaji, huyu anakuanga ghost hunter. Ameweza kuinda maghost kadhaa, na hapa bila shaka pale mpenzi mtazamaji kuna ghost ya huyu mwanamke ambaye amekufa. Sasa jamaa aliweza kumtoa ghost. Sasa hiyo ghost inashindaka bila shaka pale ikiweza basi kumsidiu huyu jamaa, kwa sababu inataka huyu jamaa asiweze kumwangamiza, ili bila shaka pale wakuwe mabeshte, ndipo jamaa asiweze kuiangamiza ni ile ghost. Na sasa jamaa kuna bidhaa ambayo anatumianga hapa, rituals. Anachora bidhaa hapa kama nyumba na kisha inaita ile ghost. Kumbe ile ghost imekuja kumseduce jamaa yetu, na ghost yenyewe ndio hii. Hiyo ghost huwa inamseduce jamaa yetu kwa sababu haitaki jamaa yetu bila shaka pale aweze kuiangamiza. Wewe Dekia, unaweza enda hivi ona umeshanitoa damu. Wewe kamwambia pole maidia ndio nikusema dini. Wewe ni kighost, imagine cheki kiko juu, ni kighost. Akamwambia wewe sitaki story zako, wewe ni kighost. Hadi mimi ni kighost. Si ndio, wewe ni kighost, ushakufa, wewe huwezi kuwa na katika mapenzi na mimi. Acha kuniambia hivyo, mimi ni bibi ya mka wako wewe. Mimi ni mka wako wewe. Wewe ni mka wako wewe. Akamuitia bila shaka pale shetani mwenyewe Maru, na ambaye ni mwanamuziki. Akamwambia juu wewe ni mka wako wewe. Huyu ndo ni mtu ambaye mnapaswa mkuwe na yeye, si mimi. Ako aje? Mwimbia muziki ya mapenzi. Sawa. Mimi nakuchukua na kupeleka kule mbinguni na kuimbia muziki ya mapenzi. Unajua muziki gani ya mapenzi? Najua muziki kadhaa. Najua kama nakupenda malaika. Lakini sasa wewe ni ghost. Wow, manzi akashangaa, unajua nakupenda malaika. Hata mimi nataka basi imba hiyo muziki. Nakupenda malaika, mwanamke mzuri kama wewe, nichukue tuishi pamoja. Mwenza kamwambia juu unajua kuimba ile muziki, mimi nitaenda na wewe ukiishi kule kuzimu. Sasa ile shetani wakaenda kuishi kuzimu. Akamwambia bye bye, umepata mke, umepata mume. Kumbe huyu mama alikufa akitaka mume. Na sasa akakufa design kama hiyo, kisha jamaa yetu akakuja kusign kwamba hiyo kazi ashaweza kuimaliza. Asante sana jamaa kwa jina lako Victor. Kumbe ringtone inalia mashetani. Ringtone ya jamaa yetu imewekwa shetani ya ghost ya mka wako wewe. Hello. Kumbe ni manzi wetu walimpikia mwashiriano, akamwambia nataka niweze kupata msaada wako. Mara hiyo basi jamaa akachukua basi Mbukinya upande wa Shamahoho, akachukishwa ara zenye wizi. Upande ni wa Shamahoho, upande wa Western. Jamaa akachomoka basi design kama Waluya ndio wamejaa kwa Bireshaka pale kwa Dinga. Wanaenda basi Gishagi, ilikuwa ni Disemba. Jamaa akafika ardhi nyewizi, anashangaa hii. Na huku sasa kwa hakuna kijiji, sasa huku kuna kaa namna gani? Akaangalia ni saa ngapi? Jamaa kwa jina lako Victor. Haleluya ye. Jamaa kwa jina lako Victor ameitwa ardhi nyewizi, na kuna kitu ambacho ameitiwa ardhi nyewizi, janta. Wewe. Kumbe Sania alitumwa basi aweze kumchukua basi ni yule jamaa, amlete basi pale kijijini. Akamwambia wewe chukua, niko hapa na pikipiki, nataka nikubebe nikupeleke basi pale manyumbani.
Unaona? Akamwambia basi nataka nikubebe nikupeleke pale ambapo basi umeitiwa janta. Hakaweza kuambia basi nitakuja kukuchomoa mara zenye wizi, nitakuita bila shaka pale nikupeleke mali na ambapo unahitaji. Diobra kutoka Rwanda anasema movie imeshika sana. DJ jina la kwangu ni Anet kuchomoka upande wa Thika. Wakafika basi ile basi Ratuli Village. DJ anasema kama shika fita. DJ vipi ni Wesley Graphics. Nafurahia show nikiwa Pipeline na Sweetie wa kwangu Mili Lizzy na Marco show anasema ni Marco from Marakaru nikiwa na Prayo. Anasema na movie iko fiti sana. DJ anasema kama show imeweza ni Franco kutoka Bungoma. DJ vipi ni Wesley Graphics nafurahia show nikiwa Pipeline na Sweetie wa kwangu Meli. Anasema ni Frank kutoka Bungoma. DJ ni I really love your movie. Ni Peterson from Kisii, ni Ken Pa from Beru Kanyeta kama show imeweza. Asante sana. Kumbuka kusubscribe kwenye account ya kwangu na niliweza kuahidi kwamba nitakuwa nawaandalia movie kali. Na hapa basi YouTube pale comment section ukinitumia comment pale YouTube hii request ya comment, hapo ndo mimi nachukuanga comment. Ukitaka uchezewe movie haraka sana ingia pale YouTube subscribe, ukishaweza kuwa member kisha request movie pale kwenye comment section na kisha mimi nitacheza ile movie ambayo umeweza kurequest. इतना मजा भी ना ले जब भूत बहुत ही माता. Sasa wanakuja kubonga na jamaa yetu designers kama hiyo. Wewe usiniongeleshe sana. Maja kama vile ni nini? Kuna basi hapa maana ambapo tumekuleta kuna bila shaka pale Ghost na Michael ardhi nyewe hizo. Tunataka kuweza kujua kwamba ni nani bila shaka pale ndiye aliweza basi kupossess ile Ghost. Ndiposa ile Ghost inawinda wanakijiji kuchomoka basi upande wa Ratuli Village. पागल बना रहे हो Lo ni Lizzy kutoka basi Zi wanasema movie iko fine na gotia Feni love yangu hapo hivyo. DJ okay ni Brighton Kevu kutoka Kitale niko locked ndani tena sana na salimia wapoa wangu wote. DJ ni Tracy from Nax anasema kwamba watching with my family movie iko best. Ni Calvo kutoka basi Kamirie anasema na dada ya familia kwangu anasema kwamba na watch huweka bila shaka pale tu. Anasema basi weka tu hapo usitoke. Wewe kaa hapo usitoke. Asante sana. Ni Eric watching from Beru. Movie iko sawa basi hapa ni kuchomoka umoja. Kuchomoka umoja. Tuna watch tukiwa pamoja na Kevona Anthony. Sasa jamaa alianza kuunda jinsi ambavyo wataweza kukamata ni kare ka Ghost. Hiyo Ghost lazima tuikamate. Tutaki ufudhi. Baada kama pia lazima tujue vile tutakamata hako ka Ghost. छुप के करना होगा. Lakini kidogo. Hai. Jamaa alianza kuita Ghost. Wacha tuangalie ni nini. Mrango inabishwa. Jamaa kuna kitu ya kuscan Ghost. Akaanza kuscan aone kama ni Ghost. Jakati zikiwa ni zile za usiku. Jamaa ameshafika. Na ni janta na ambaye amekuja kuweza kuianza. Anataka kujua basi ni Ghost aina gani ile. Na ambaye inasumbua na kijiji huku upande wa Ratuli Village. Kufika hapa nikamwambia huyo ni binadamu, huyo ni binadamu, sio Ghost. Hello. Fungua mlango. Ai, mbona mnatuma mimi? Fungua, hiyo si Ghost. Fungua. Wewe. Ni nini wacha toka mbele? Kumbe ni jamaa yetu Sani. मेरा मुंह से निकल गई थी. Wewe si Ghost. Uko sure si Ghost? Acha ujinga. Jamaa yetu akauliza huyu ni nani? Naitwa Victor. Jamaa alikuwa ameanza kushikwa na wasiwasi, anafikiria Manzi ametafuta basi chali mwingine. Akamwambia Manzi, nimekuwa nakutafuta uko wapi? Kumbe Manzi anashughulikia jinsi na ambavyo basi atamuokolea jamaa wetu. Na jamaa wetu ame lose hope kwa sababu yeye anaona ni kuiaga dunia, anaenda kuiaga dunia. Leo ni siku basi ya kwanza. Imebaki siku mbili jamaa aweze kuiaga dunia. Yeah. Ni Frida kutoka Kisumu anasema show iko fiti kabisa. DJ ni Emma kutoka Kirinyaga anasema kama show iko fiti sana, tuna watch na shoshi yangu na kuzo wangu. DJ show iko fiti. Ni Chalo kutoka Josi kama mambo vipi. Ni Santos Omundi kutoka basi Kisaka na enjoy movie kwa sasa. DJ ni Valerie Lateta anasema kama show iko fiti sana, acha tuna watch hapa tukiwa na Joy. Show iko fiti sana. Nicolo anasema kama movie imeweza. DJ ni Mike kutoka Nakuru anasema nasalimia my friend wangu hapa Mudhuni, anasema na bro yako wangu John na Masi. DJ ni SP movie inabamba sana. DJ nimekufurahia basi kuona movie yako kali. DJ ni Shiko poa mpaka mwisho. Basi ni Felix Kilima kutoka Hamaya. DJ Forex anasema kama basi DJ Forex movie iko fiti. Ni David kutoka Ahero manze movie iko gangari. DJ Forex ni Mahalo kutoka Kayo anasema kama iko fiti. Na Gotea Roni kutoka Machana anawapenda bure. I am Winnie Migori
and I like the show. I'm from Migori. Sasa zile nyakati za usiku walianza kuindana na ile ghost. Wanawindana na ile ghost zile nyakati za usiku. Unasikia basi ni ghost na ambayo bila shaka pale inasumbua basi watu ardhi nyewizi. Ghost ya kwake basi shetani nyogi. Washalala. Jamani anza kusikia hapa. Karibu na ile scarecrow. Hii scarecrow inakaa namna gani? Mimi naona mimi nasikia kukojoa, nasikia kwenda nyumbani. Waambie wewe jamaa, tumekuja kusaidia jamani. Jamaa akaanza kuweka vitu zake ardhi zenye wizi. Mara hiyo akaamua kwa bidhaa fulani ardhi zenye wizi aanze kuita ile ghost. Akaanza kufanya basi ni zile gaga zake. Katikati ya mahindi na zikiwa ni zile nyakati za usiku akaasha moto na akaanza kuita basi watu waliokufa. Jamaa kwa jina la kwake Victor. Akaanza kufanya ni zile basi ukarumanzira na akaanza kuita bila shaka pale watu walioiaga dunia. Akaanza kusema shetani nyogi. Shetani mwenyewe maru. Ukawa kwenu. Kuja. Sasa jamaa wetu kusikia kuja, wakaanza kuogopa. Akaanza kuchora nyumba na akaanza kuchora jinsi na zile rituals na ambavyo zinaenda. Zile nyakati za usiku, mpenzi mtazamaji, watu wakiwa wamedoza katikati ya mahindi walianza kusikia makelele na ambazo ni za shetani nyogi. Walianza kuogopa, lakini wafanye nini? Kwa sababu shetani nyogi lazima itwe na lazima chomolewe ardhi hizi. Vichwa za watu, mwili bila mwili, mwili bila uhai, mwili bila kichwa bila mwili. Jamaa wetu bila kumbe kuna ghost ambaye ilikuja ardhi hivi. Jamaa akafasta kisha chiviri ndani ya mahindi mara hiyo. Jamaa anajua tiko seu, anajua siku nzuri, akaingia ndani ya ile mahindi fasta. Jamaa wetu kwa jina kwake ukilipenda basi jamaa wetu kwa jina kwake ukilipenda sani akiwa yeye ndani dudho kuinama. Alianza kusikia hapa basi kuna jini na pepo na ambalo linakuja. Alianza kuhisi pepo, kuna pepo na ambalo linakuingilia. Jamaa akajua tiko seu, akaamua kuchukua basi maturo kwenda kugonga. Ya kumbe ni manzi wetu. Gai my dear. Kia nani kidogo nikugonge uso nikuchafue. Nikina kuendelea kama hata mimi nimetoroka nimejificha. Ukakamwambia bora unatoroka. Mwambie wewe unaweza simama. Jamaa ameita ghost. Akamwambia lazima tujue tusaidiwe, ndio huyu Sami. Ndio huyu bila shaka pale Karish. Kumbe wewe pia umetoroka mbio. Tomero. Na mnafanya nini kwa mahindi wawili? Wewe achana kuuliza. Wakati huo kivuli kaongezeka. Kumbe hapa kuna scarecrow. Ni aje? Akatoboka mbio. Kumbe sasa shetani nyogi iko ndani ya lile scarecrow. Shetani nyogi imeishi kukua ndani ya ile scarecrow. Akachomoka ndani usiku ndani ya lile mahindi. Wakamwambia wacha. Akamwambia wacha nini? Kuita ghost. Nini? Akamwambia ghost kwa ardhi nywizi. Kumbuka jamaa alikuanga basi amepotelea ndani ya zile ritual. Jamaa kawaita fasta kwenye ardhi nywizi na waonyeshe pale na ile ghost lipo. Basi akachomoa ile bidhaa fasta wakaamua kuchomoka. Ghost kimeanza kukua na nguvu na kikaanza kukasirika. Makosa. Ni baada ya jamaa kuchora ni ile bidhaa ile bidhaa nyakati za usiku. Sasa ndio basi wamekuja kuulizana hii bidhaa ni aina gani? Sasa ndio ardhi zenye wizi wakakuja kaiweka ardhi zenye wizi baada ya kuulizana maswali hapa wanashangaa kwa nini nani yule ambaye bila shaka pale alikuwa na hii bidhaa. Wewe unaonaje? Baba bibi usa. Hapana, msiniulize swali, ulizeni huyu. Gaon mein kuwa? Ulizeni hii nyumba. Ubane ke liye? Akamuuliza basi ni nini kinaendelea? Hii ni ghost aina gani? Akasema wewe hii nyumba ambayo nimechora ni ghost ambayo basi ilipaswa kuja basi kuingia ardhi zenye wizi. Jamaa sasa ni kuweza bila shaka pale kuojiwa. Endeleeni kumtumia ujumbe mfupi basi na mimi nitakuja basi kuweza kuisoma basi bila kupoteza wakati wote ule. ठीक है खेत में भूत की ऑडियो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर ली थी. अब ये उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा. Sasa wanataka basi kuna bidhaa ambayo jamaa huwa anatumia basi kuenda ni zile ghost. Akasema alirekodi sauti ya ile ghost. Sikia vile ghost inasema, "Wewe lazima niwe kule. Tafuteni mtu ambaye anaitwa Guru Saika. Kama mnataka kujua mimi ni shetani aina gani." Sasa iliweza kuelezea basi mpaka pale na babu bila shaka pale alizikwa ile ghost.
मांस फटने नस चढ़ने ilizikwa ara zenye wizi. Na wakitaka kujua story kuhusu basi ni ile kijiji, hapa kumeweza basi kuandikwa waweze kutafuta bila shaka pale jamaa kwa jina kwa Guru Saika. Pia ile ghost iliambia basi watafute jamaa kwa jina kwa Guru Saika. Na hapa kuna picha ile shetani ambayo bila shaka pale ile ghost kama bado hajaweza bila shaka pale kukua kighost. Ololo yaye. अभी भी कह रहा हूँ भाभी पागल बना रहे थे अपाहिज से काम करा रहा हूँ पाप चढ़े ना वहाँ देख किल्विस sasa jamaa yetu ndio anachimba akamwambia chimbeni vizuri angalieni vizuri hapa msikuje basi kuharibu kitu ambacho tumekuja kuchimba lakini hapa hai jamaa anaweza kuhisia ni kama kuna kitu ambacho kimeburuka wakagonga kitu ade tumegusa kitu tebu tuangalie wakaanza kuchimbua na kumbuka bila shaka pale inasemekana hapa ni kwenye kaburi wakakuja kuchimbua wakapata hapa kuna skeleton ya watu wawili akawapi basi Victor oka uione kuja ujione angalia hapa kuna watu ambao wamekufa inaonekana mmoja alikuwa mkubwa na mwingine mdogo na hapa mmoja wao inaonekana amevaa kikofia inaweza kuwa basi ni mtu wa aina gani akasema toeni hiyo kofia tuangalie ni kofia aina gani wakaamua kuchomoa ile kofia mnene shika peana wewe peana Victor aweze kukagulia ile kofia na nyakati zikiwa ni zile za usiku Nike ni nini nimestuka Kesol akamwambia hii ndio hii lazima sasa tujue hii shetani aina gani kwenye kofia wamekuja kuchunguza kumbuka basi ile jidi iliwaambia basi wakuja kuchunguza ni ile kaburi wakaja wakachunguza ni ile kaburi ha ni nini wewe भाई उठा लो akamwambia toeni ile lakini kidogo mchanga ikaanza kumwagika yenyewe wakaanza kusikia makelele ai nyakati zile za usiku usiku tazama na nyakati hakika ni zile za usiku usiku unazikianga shetani jongi shetani mwenyewe maru shetani muka wako eru sasa wakaanza kuita ni ile shetani maskini wa Mungu wakaanza kuita ni ile shetani baadhi akaweka tochi chini na kisha akachukua mwaturo akasema wewe cheki macho kuna vitu ambazo zinawaka ara zenye hizi baadhi akaamua kuwasha taa kuna kitu ambacho kinawaka ara zenye hizi basi kachonjo shu ai kuna vitu zinawaka ara zenye hizi na kuna kitu hapa Good job, Indira. Well done. Dogi. Kumbe ni dogi ambazo zilikuwa ngara zenye hizi. Sasa hao walikuwa wanafikiria bila shaka pale ni ghost, kumbe ni dogi. Cheki jamaa. Kujitika. Ni nini wewe? Wewe. Kumbe wakati wenyewe huo kulikuja ile pepo. Ile demon iliweza kukuingilia basi kama kawaida mzee ameitoa na ameitika na nimekuja hapa na swali moja mnatafutia nini mzee sasa chini nilikuja live and direct sasa hawa ndio walishtuka jamaa yetu kumbuka shaiona hii jini akamuuliza wewe jini mbona unaangamiza watu unafanyia watu ara zenye hizi usiniulize swala wewe unaniuliza kwa nini wewe piga na brau ikamweka kando mmoja kachanga ngai lakini mmoja kaanza kuchora plan fashta why tujificha kwa shimo wakaamua wazike ile bila shaka pale basi kaburi kwa sababu wamedistract kaburi ya basi ya yule basi ule jini ikaamua kumkujia manzi lakini sasa aliweka moto wewe unakuja wapi kikapotea lile pepo likaweza kupotea ai jamaa hilo akakaa standby washalala maridadi pozi tena maridadi zaidi wakakaa standby
yeah. Alright, siku namba iliyofuata basi ile jini liweza kuchomoka. Sasa wakakuja kukaa hapa kuulizana maswali, watafanyaje ili watatendaje. Nakumbuka basi mtazamaji kunifuatilia kwenye mitandao zangu za kijamii YouTube, naitwa DJ Phoenix. केस वहीं पे Moving. बेकार हाँ अभी भी हो सकता है Subscribe kwenye YouTube account yangu ndio ile pale basi jina pale juu ya runinga kwako. Subscribe kwenye account yangu na mambo yanakuwa mazuri zaidi. उसी को बुला रहा Jamaa kaanza sasa kuganga kichwa bila mwili, mwili bila mikono, mikono bila vidole, mwili bila mgongo. Shetani nyongi. Jamani muoga, jamaa kwa jina kwake Karish. Unaenda wapi Karish? Kuja hapa, hiyo ilikuwa anajaribu kutest. Nini wewe na uoga? Okay. Kuja hapa. DJ Tracy kutoka Nakuru anasema kwamba show imeweza na mocha hapa na my family wa kwangu. Nakwambia movie ni best. Calvo kutoka basi Kamreri ndiko na dada na familia tuna watch, weka tu hapo weka tu pale una nice. Kuna mtu anasema movie iko sawa, ni Esther kutoka Umoja tuna watch pamoja na Anthony. Show iko sawa kabisa. Ni Frida kutoka Kisumu anasema kwamba show imeweza. Hello Keveli kutoka basi Mtoroni anasema nichezee movie ya Ramchara Mteja. IDJ ni Willy kutoka Nairobi anasema salimia marafiki wa kwangu Felix. Homa Bay nataka unichezee movie ya Rebels full movie. विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ था लल्ली सही कह रहे हैं जय लल्ली देख बेटा सनी Sasa waliweza kuletwa basi jambo yetu majumbani. Wakielezewa jamaa, wakaelezea bila shaka pale babake Manzi kila kitu. Wakasema mpaka jinsi na ambavyo waliweza kuoana. Lakini shida ni jamaa anaenda kukufa after siku imebaki siku moja jamaa yage dunia. Kumbuka leo ni siku ya pili. Imebaki siku moja jamaa wetu kwa jina kwa Kisanii ayage dunia. Sasa mzee ndio huyu. Ngoja niwaambie. Mimi nitakubali mtoto wangu akose mtu. Nimesema na nimesema. Kwanzia siku ya leo lazima mtoto apate mtu. Na sasa sitakubali mtoto wakufe awache bila mtu. Shika hizi picha. Tuko na vijana warembo, vijana handsome kwenye hichi kijiji. Tunataka kabla ukufe kijana, chagulia msichana wangu mtu mrembo. Msichana anacheka ni nini nyinyi wazee? Dadi na mami ni nini mnafanya? Akaambia hapana kijana. Chagulia msichana wangu kijana mrembo hapo, kijana handsome na ambaye atamuoa baada ya wewe kuiaga dunia. Siwezi taka msichana wangu akae hivyo. Juzi alipiga nduru huku kidogo ajiue kwa sababu hajaolewa. Aya, chagulia yeye mtu. La. Mimi kama mimi chagulia yeye mtu haraka anataka akuwe na mtu. नहीं है Fungua picha ndicho hizi. अब की बार कोई टिकाऊ लड़का Fungua kijana haraka. Davudia msichana wangu mtu mrembo. Wakati wenyewe basi jamani kuingilia. Sasa jamaa yetu अरे इंदिरा kuna kitu nimekuja kukuambia. मम्मी पापा है Huyu ni mama yangu na baba yangu. Asante sana. Mama na mzee wakafikiria Manzi ametafuta mtu mwingine. Aya. Yes. लजा मीटिंग Habari wazee. Mzuri sana. Shikamoo kijana yangu. Asante sana, wewe ni unafaa. No. Unafaa nini? Victor. Hapana, Victor achana na huyo wazazi wangu wako na ujinga wanafikiria. Kumbuka mzee anafikiria Victor ndiye anamoa Manzi. Kijana ni hadu sababu huyu wako sawa. Anajua kizungu. Kumbuka Victor anaongea kizungu. Kijana. Huyo na ambao umechagua ako sawa kabisa. Huyu anadosha mboga. Kaa hapa. Wacha waongee waone kama watasikilizana. Wewe kaa hapa. Sasa basi jamaa yetu pia naye akafikiri au wazee walikuwa wamepanga bila shaka pale Manzi akutane na Victor. Sasa kijana wetu akaanza kushikwa na kiwaru. Kijana wetu bila shaka pale mpenzi mtazamaji akaanza kushikwa na kiwaru. Ama ni deal ninapangiwa mimi kwa sababu mimi nakufa. Lakini sasa jamaa kwa jina kwake bila shaka pale ameweza kukuja kumwambia Manzi tutafute huyu mtu ambaye ameandikwa hapa. Nimechunguza hapa nikapata kuna jamaa kwa jina kwake ukilipenda basi Guru Saika. Guru Saika anajua story kuhusu basi ile jini, ile mka wako ile shetani nyogi. Anajua story kuhusiana na ile shetani nyogi. Basi twende tukamtafute. Sasa jamaa yetu na ile pikipiki yake. Na jamaa anakuanga dodo kuinama, anakaanga kama ameinama. Na lakini ni kusimama amesimama kuinama. Unaona?
Amesimama kuinama na akiinama ni kama amesimama jamaa wetu oye. Lakini sasa Manzi anamhurumia, anashangaa oi, sasa hii ni nini? Hii kitu ilitoka wapi? Wakati wenyewe basi jamaa alikuja akamwambia kijana wacha nikuashie pikipiki. Ai? Ukaasha mara moja namna gani mpaka kijana akashindwa? Na pikipiki si yake, akamwambia wewe hujui mambo na baisikeli, na hii bike. Mkashua mtarudi kweli kwa sababu mimi naona kama nitakufa leo. Akamwambia kijana wewe tulia. Lazima basi siku ya leo. Nakumbuka haifai ipita leo. Ikipita leo usiku, kijana yeye anakuwa kabuta. Oh yayae. Maskini wa Mungu kijana wetu kwa jina kwake ukilipenda sani afanye nini wala atende nini. Makosa. Wakachomoka design na shtari kama hiyo. Kijana wetu naye ndio huyu Arazinywizi. Oh yayae. Sasa ndio kijana wetu akakuja kaandika barua. Nikikufa jua nilikuwa nakupenda sana. बलिदान Nimeona unapenda umeanza kufuatana na huyo jamaa kwa jina la kwake anaitwanga Munani. सज्जन पुरुष Huyo jamaa ambaye mnafuatana naye ni jamaa kwa jina lake Victor. Mimi naona ni kama mtapendana, wacha mimi nijiue. Sasa kijana akaamua kujitia kitanzi. Aliamua kujinyonga maskini wa Mungu kijana wetu. Alikuja akaamua kujinyonga designers kama hiyo. Kafunga basi ile kama designers kama hiyo. Na kisha akaamua kujinyonga. Cheki kijana akaamua kujipitia kitanzi. Kusha. Sasa ndio hiyo yote msichana wetu anang'ang'ana. Anang'ang'ana bila shaka pale kumwokolea kijana wetu. Kijana wetu na ndio huyo anajitia kitanzi. Wakati wenye huo na huyu kamdhe Guru Saika कैसा कर रहा jameni mnasema namna gani? Wacha niwaambie mimi kama mtanunua mrobo ndawasaidia. Na nikisema kusaidia namaanisha nasaidia kila mtu. Sasa nataka mniambie mnataka nini huku? Niambieni haraka. Mimi sicheze na watu. Kama mnataka msaada mimi nawasaidia. Sasa niambieni mnataka namna gani? Wakamwambia bilishika pale sisi tunataka utusaidie. Unaona? 4 लोग थे Akawaambia nyinyi mjui huyo basi hiyo ghost. Wakamuuliza tunataka tuambie story kuhusu ile ghost. Mzee akaanza kusema mnataka kujua story kuhusu ghost. Hiyo ghost kitambo ilikuwa inaitwa Chalo. Unasikia Chalo? Yale Chalo alikuwa kama mtu na mbali alitaliwa. Na aliliwa ni mtu kama msuri tu kabisa. Lakini kafika wakati mmoja Chalo akaonekana kwa nguvu. Akaenda. Sasa mimi nikaanza kukuelezea jinsi ambavyo mzee anaelezea. Chalo alikuwa na mguu ambao ulikuwa ni mguu wa maajabu. Alikuwa basi mwanasaka skida. Na Chalo bila shaka pale alikuwa basi anafanya basi kazi yake saa moja. Alikuwa anaanza saa 1:30. Kazi yake alikuwa anaanza saa 1 na dakika 15. Lakini sasa Chalo inaonekana bila shaka pale kijijini watu walianza kuwa wagonjwa. Chalo siku moja akakuja akakanyaga na ule mtu mgongo na huyo jamaa akapona kutumia ule mguu wake kubwa na ambao basi ni mguu wa maajabu. Watu wakashtuka. Na kuanzia siku hiyo watu wakakuja kumwabudu Chalo. Akakuwa basi anatibu watu na ule mguu wake. Kumbe wakati moja kulikuwa na mama mjane kwenye kijiji moja Arazinywizi. Chalo bila shaka pale alikuwa anafurahiwa na watu na alikuwa anasaka skida. Hii yote kumbuka basi ni Guru Saika anaelezea. Lakini siku moja story yangu kaishia hapo kwa sababu Chalo alienda. Hiyo sasa ndio ni siku moja. Sasa kauliza mzee ni nini bana wewe? Aura ama mnataka story ya dudueni borobo. Dudueni kanushu, dudueni kagine kanushu unipatie. Ndoge. Ate? Bora kagine kawishi bana hiyo nipatie ndio na story. Mimi hata mkinipatia sijui story inaendeleaje. Chalo alitoka akaenda. Mimi hapo ndo nilitoka kwenye hicho kijiji. Kumbe sasa yule Chalo alikuwa anafanyia huyu mzee janta. Na huyu mzee alihama kwenye hiyo kijiji akahamisha ile Zakas akaenda kijiji kingine. Sasa ajui story ya Chalo vile ambavyo kuliendelea. Hivyo basi ndo mzee aliwalizia. Unasema aje mnene? Kumbuka sasa wameishi mpaka wamekuwa wazee. Hawa ni basi ni wana Zakas. Sasa wengine wote wamekufa, wamebaki wawili. Na bado hao ni wana Zakas na ni wazee. Na basi sasa siku ambayo sasa kitu ambacho amebaki nacho cha maana ni aka kapusi, aka kapaka, wanakaitanga lion.
Sasa hii ndio watu wanakujaga kuona kwa ile saka. Sasa saka si yao siku hizi imekosa watu kwa sababu wamekuwa wazee wawezi fanya acrobatic. Sasa wakati wenyewe manzi wetu naye ndio huyu ara zenye wizi wanashindwa wanafanya namna gani? Wanashindwa watafanyaje namna gani? किसी को तो पता होगा सिर्फ 4 दिन बचे हैं। Sasa ndio wanatambara zenye wizi mpenzi mtazamaji wanashindwa watafanyaje? Itakuwaje na tena watatenda namna gani? Wakakuja kukuingilia basi kule kijijini. Sasa watu nyakati zile za jioni wanaulizana maswali, itakuwaje? Kutendaje? Unaona? Na kumbe ile ghost kuna siku ambayo basi ile ghost ilikuwa inakuingilia, haikuwa inakuja kila siku. Kwa wiki ilikuwa inakuja mara 2. Unaona? Sasa jamaa yetu amekuja basi kukutafuta basi jamaa wetu na tuliacha jamaa yetu akijijonga. Maji anauliza, "Ako wapi basi Sani?" Ati unauliza Sani. Haujasikia kitu ambacho imefanyika na Sani? Amefanyika na nini? Hujasikia? Kijana ndio huyu. Alijaribu huyu kijana hapa. Sani alifanywa nini? Alijaribu kujijonga. Kumbe kujijonga, fani ilivunjika. Akaanguka chini. Jamaa alienda kujinyonga, kwenda kujinyonga na fan ikafunguka, jamaa akaanguka chini hakuweza fanikiwa kujinyonga. Na मेरे ही घर में मेरी ही anataka kujiua. Siku yake haijafika. Alijaribu kujinyonga. Ameandika barua huku kwenye kijiji mzima, watu wanasoma. Ati anakupenda kama chukari. Sijui nini Hunter. Akaambiwa ndio huyu kijana na wewe. Kijana. Wewe ni mnani sasa? Unajua sisi ni mzee wa nyoto. Mimi ni mzee wa nyoto. Sasa watu kwa kijiji wanaulizana maswali. Kijana bado nakumbuka basi kesho ndio ni siku ambayo kijana ataiaga dunia. Sasa watu wamejaa kwa kijana wetu. Unasikia huyu kijana anataka kujinyonga. Mzee nyamaza. Nyinyi ndio unaona mnaleta shida kwenye hiki kijiji. Wacheni kijana akufe ni tumuzike. Wewe mzee naye nyamaza. Kama nitakufa na maisha ni yangu. Wewe umeishinda kukiongelesha huyu msichana vibaya. Saidia yeye. Lija. Wacha nikwambie tu kweli. Mimi sioni nikitoboa. Lija. Nimengangana. Sani. Lakini maji anamwambia Sani. Lija. Wachana nikufe. Nimengangana hata nilikuwa nimejinyonga. Wacha nikufe nizikwe. Kwa sababu msaada imekataa kuweza kupatikana. Yayae. Karish alikuwa anazinyuizi Victor anazinyuizi Manzi akaambiwa basi chomoka wacha nife. Ikabidi Manzi amechomoka kumwacha jamaa wetu. Yayae. Asante sana kijana kwa kujaribu kusaidia kijana yangu, lakini asante sana. Kesho ni siku ya mazishi tunawaalika. Awenda. Unakuja nini? Unafikiria kutakuwa na mchere? Hakuna mchere, tulishakula. Mimi sitaki mchere yenu. Ade. Awe. Kila mtu hapa lazima tutafanya juu chini tokolee ule jamaa. Aweenda, si nangoja matanga ikue tukule mchele. Imagine watu wanakaanga hapa ara zenye wizi nje ya nyumba ya kijana wetu. Wanangoja tu wakati ambapo kijana atakufa basi waanze kupika chakula. Yayae. Sasa Manzi alichomoka, akamwacha Krish. Akaweza kuchomoka kulingana jinsi ambavyo alikuja kubongeshwa na kuongeleshwa na jamaa wetu. Kumbuka kusubscribe kwenye akaunti ya kwangu ya YouTube, naweza kubasi kucomment na kurequest movie na ambayo unaipenda, basi movie ipendayo na ambayo ungependa basi tuweze kukuandalia. Jamaa kachomoka ndiyo ile sara kama hiyo. Manzi sasa ni kuja araza nyingi kujiuliza maswali. Atashangaa itakuwaje? Manzi wetu anashangaa itakuwaje? Lakini sister yake alikuingilia design star kama hiyo, na sister yake huwa unasikia kwamba huwa anafungiwa kwa sababu basi huwa ana night walk, huwa anatembea kilala. Hivyo basi Manzi anakuja kufungiwa, maskini wa Mungu. Sasa unasikia kwamba basi huwa anatembea kilala. Sasa Manzi huwa amefungiwa design star kama hiyo. पढ़ा था there is a will there is a way. वो गलत था, पूरा गलत ना था, पूरा सही भी ना था. जो बदल पाओ वो अच्छा, जो ना बदल पाओ उससे समझौता कर लो, जैसे तूने क्यों है. Sasa sitaki alikuja kubonga na Manzi nyakati zile za usiku anamwambia usiwe na wasiwasi, kila kitu itakuwa sawa na basi mambo yatakuwa mazuri zaidi. Usiwe na wasiwasi, my sister. Tutaweza kujua kungangana bila shaka pale vile ambavyo tutakusaidia, bila shaka pale na tujue bila shaka pale jinsi ambavyo utaweza kusaidiwa. Lakini wakati wenyewe Manzi akamwambia, wewe unajua ni kwa nini? Najua kitu ambacho kinaendelea. Ate?
najua kitu ambacho kinaendelea. Sister yake wake basi Gotami alikuja akamwambia yeye basi kuwa ni ni Kakuda. Ate Kakuda? Yes. अरे अभी तो कहीं उसको घर mimi ni kulaka Kakuda. Wacha kamwambia wewe acha kugoroka, unagoroka namna gani? Akamwambia basi mimi najua Kakuda very good, namjua vizuri zaidi. Na Manzi akachomoka. Sasa Manzi wetu alishtuka. Kumbuka Kakuda mtazamaji bila shaka pale ni ile ghost ya kwake basi ghost nyogi. Hiyo basi akakuja kuambiwa basi najuana na Kakuda. Alikuja kaambiwa namna hiyo. Najuana na Kakuda. Washalala. Maridadi. Ilisemekana najuana na Kakuda. Maskini wa Mungu. Manzi akachomoka pale na ambapo ilikuwa mbesi wameweza kuagana waweze kutana na jamaa wetu. Manzi alikuingilia. उस आदमी का पता मिल सकता है? किस आदमी का? जिसने गुल्लक के बारे में घूमते हुए alikuja sasa kukaa hapa na Victor waweze kuulizana jinsi ambavyo watamsaidia jamaa wetu. Na leo ni siku ya mwisho. Kufika asubuhi kijana inapaswa kuwa basi ameiaga dunia. Kijana yetu inapaswa basi waweze kuokolea hizi nyakati za usiku. Ikifika kesho yake kijana atakuwa basi ameweza kuiaga dunia. Sasa ndio hao wanaulizana maswali. Itakuwaje basi na tutamsaidiaje kijana wetu asiweze kuiaga dunia? Maswali ndio haya wanaulizana wakiwa ardhi zenye wizi. Amini usiamini. शुरू किया कि लड़की लूज कैरेक्टर की है, उसकी शादी तक टूट गई। डॉक्टरों को पूछा तो पता चला कि वो नींद में चलने लगी। Sasa mwanzo wetu ndio yara zenye wizi anashindwa, itakuwaje basi? Tumie ujumbe mfupi niambie unanitazama kwa wapi, bila shaka pale unatazama kuona nani, majina yako ni nani, bila shaka pale na kila kitu kitakuwa kizuri zaidi. Haya, kuna mtu ambaye anaitwa Faith kuchomoka upande wa Dhika anasema kwamba tuna enjoy movie yetu akiwa basi na friends wake pale. Asante sana. Kuna mtu ambaye anaitwa basi Jacob Karuru anasema kama anatazama akiwa na wife yake hapo na wanasema movie imeweza. Kwa hivyo Karuru Jacob nimekuona vizuri zaidi. Endeleeni kutumia ujumbe mfupi niambie mnatazama kwa hapa. Mary Achia anatuma ujumbe mfupi anasema kwamba anatazama movie akiwa upande wa Chuele. Achieng Mary au kwa upande wa Chuele anasema kwamba basi show imeweza zaidi. Asante sana, asante maridadi zaidi. Kuna mtu mwingine anasema Eddie James on Brighton kutoka Kitale anasema niko locked ndani tena sana, nasalimia wapo wangu wote. Edijeni Tracy kutoka Nakuru anasema na watch na my family movie iko best. Lucas Omboka kutoka basi movie na nice. Hello DJ naitwa basi Ezi kutoka Ziwa anasema kama movie iko fit kabisa. Nagotea family love wangu hapo. Show imeweza. Movie iko sawa kabisa. Niko hapa umoja tuna watch tukiwa pamoja na Kevo Anthony. Eric from Meru anasema show imeweza. Ni Calvo kutoka basi Kamredi anasema niko ndani na dada na familia kwangu hapa anasema basi show imeweza. DJ Tracy kutoka Nakuru anasema na watch na my family movie iko best sana. Hey DJ bila shaka pale ni Simon kuchomoka upande wa Dhika anasema show imeweza kabisa. DJ Fonex ni Oloang Joang kutoka basi Obie basi complaint anasema show imeweza zaidi. Hey DJ ni Baraka kutoka basi Kopera anasema movie imeweza. Hello DJ Fonex na kupata nikiwa Sia anasema nichezee movie ya Salman Khan. Mimi ni Joseph Willis kutoka Nairobi anasema salimia rafiki yangu kwangu Felix akiwa basi Homa Bay nataka unichezee movie ya Rebel. Hey DJ ni Kelvin kutoka basi Mtoroni anasema nichezee movie ya Ramchana Mteja. DJ ni Frida kutoka Kisumu anasema show imeweza zaidi. Sasa basi Manzi anakuanga na twin sister na ambaye bila shaka pale tumeweza kusikia kwamba anajuana basi na Kakuda. Kakuda nimeshakueleza basi ni ile shetani nyogi. Ile basi shetani yani ukilipenda mka wako wenu. Sasa alikuja kabonga bila shaka pale na jamaa kwa jina kwake basi ukilipenda Victor. Akamwambia nyakati za usiku nataka sasa tuweze kuchunguza sister yangu tuone kama bila shaka pale chomoka kwenye ile maskan. Na Victor kumbuka hajaimuona sister kwake jamaa wetu. Akiamua kwenda kuka gongo mlango. Ai mlango ni gongo. Hodi kuo. Victor akaamua kurejelea pale aweze kufungua ni ule mlango. Victor akakuja kufungua ni ile mlango. Lakini sasa kuonana na yule Manzi anafanana na Manzi wetu Hindu. Hindu ni mbona unanishtua wewe Hindu? Lakini kumbe Manzi ana night walk. Nini baya? Nini kama ina goma? Manzi akakuja designer sana kama hiyo. Ai akakata kona. Na kisha akaamua kwenda. Nini baya na wewe? Wewe Hindu भूत बनने की क्या? Sonakshi Shimha. Lakini sasa huyu si Hindu, huyu basi ni ukilipenda Gotami ama ukilipenda Gomita.
ama Gomiti. Gomiti ko follow karna hai na? Gomiti nini ba? Anamuita bila shaka pale basi anamuita Hindu. Kumbe wakati wenyewe Hindu alikuja. Nini wewe? Haya. Nini huyo? Huyo ni sister yangu. हाँ सीता रुकी Ni huyo sister yangu mimi nakwambia na network. तो बच्चे के भूत ने मेरा फोन लिया. Mbona uko hapa mbele? Akamwambia huyu mimi si nakwanga twin sister. Hai? Ameenda. Anaenda. Kamina umeacha gate wazi. Nimeacha gate wazi. Tumfuate haraka ataenda sasa wakamfuata mbio waone ataenda wapi. Sasa jamaa Manzi amelala, Gomiti amelala na sasa ndio huyo mtaani. Wanamfuata sasa wanataka kujua anaenda wapi. Kumbuka basi ana night walk. Kufika hapo akabadilisha mawazo, akaamua aende kijiji kingine. Akakuja akakata kona na kisha bila shaka pale akaamua achomoke. Akakuja akapita katikati yao akabadilisha basi njia. Chalo mfuate tuone anaenda wapi. Wakamfuata basi. Kumbe jamaa wetu ndio huyu alikuja basi kwa besti yake kwake basi Karish. Karish anakuanga basi kinyodhi. Anakuanga moga ni kinyodhi. Anazijuizi. Anafanyia sasa jamaa fulani hapa basi massage. Program chali. Sasa jamaa amekuja kumwambia rafiki yake Karish. Nimekuja kukuambia tuonane. Tuonane ukienda wapi? Si leo nakufa. Ndio mimi nimekuja kukaa na wewe siku ya mwisho. Lakini Karisha akamwambia Vavarai, wacha kusema namna hiyo. Lazima basi tutapata suluhisho. Suluhisho ina gani? Leo ni siku ya mwisho na kuamka kesho nitakuwa nimeweza kuiaga dunia. Wewe umeishi kwa best kwangu mzuri na mimi sioni kama nitatoboa. Lakini wakasema lazima nitatoboa. Tuchomoke twende tutafute bila shaka pale basi jamaa kwa jina kwake basi ukipenda nani? Victor. Tuone atatusaidia ama atasemaje. Sasa ndio hao ardhi nyuizi. Jamaa wetu wanatambaa pole wanamfuata Manzi. रात को निकलती. Wewe unaona anaenda wapi? Anaweza kuwa anaenda wapi? Uko na idea pale na hapa anaweza kuwa anaenda? Jamaa anasema mimi sijui pale na hapa anaenda. Siwezi elewa pale na hapa anaenda. Sasa wanafuatana designers kama hiyo. Amefika hapo. Kumbe jamaa wetu walikuanga wanakuingilia. Sasa wanapiga story. Sasa niseme, unasemaje? Nilikuwa nasema kumbuka kwa pikipiki. Unaona sasa tukipata Victor? Tutaweza kumwambia tusaidie. Ade unasema nini? Angalia mbele. Kumbe walikutana na Gomiti kisha kwa mahindi. Gushu. Mugongo. Wataka kuja kwambia ni nini nyinyi? Mnafanya nini huku? Na nyinyi mnafanya nini kwa njia? Mnaenda wapi? Kwani mbona mnatembea wawili? Mbona mko wawili? Mbona nyinyi mko wawili usiku? Hapana, sisi tumekuwa tunatembea. Mnatembea mkienda wapi? Wewe na Victor usiku mnatembea mkienda wapi? Ama mmeshaamini mimi nishakufa? Mumeanza mapenzi. Wewe, Vavarai. Wacha ujinga. Mimi sipendani na huyu msichana. Mimi nilikuwa namsaidia. Akamwambia Manzi sema ukweli. Wewe wacha ujinga. Mimi sikufi, mimi nilikuwa namsaidia. Na mlikuwa mnaenda wapi usiku? Tunafuata ule. Ni nani? Gomiti anafanya nini? Ana night walk. Na anaenda wapi? Hatujui, si ndio tulikuwa tunamfuata tujue. Wewe Gomiti, wewe wacha na kumuita na night walk. Kuna night walk. Si ndio ameingiwa basi na mka wako Edu. Akakata kona, akaingia ndani ya mahindi. Sasa bila shaka pale mtazamaji akashtuka. Kulla? Kakuda ka asli naam Kulla. Gomiti ameingiwa basi na mka wako Edu. Bash. Sasa hapa mka wako tutachunguza tujue pale ambapo alipo. Jamaa ndio akasema mko show mtaweza kwa sababu mimi ikifika asubuhi mimi nikaboot mara hiyo hiyo nakufa. Na yaar Gullak. Kakuda. Kakuda. Wewe amekata kona na atapotea. Wakaangalia hapa ni kwa mahindi. Wakakumbuka. Haya, wakasikia hai. Na nyakati zikiwa ni zile za usiku. Wakasikia kicheko ya mka wako Edu. Gomiti mka wako Edu anacheka ikiwa ndani yake.
jamaa akachukua basi ni zile basi bidhaa zake bash za kuinda basi ni zile jini, zile pepo ya kuinda ni yale basi ile pepo ile demon. Sasa akaamua basi kuinda ni ile demon. Manzi kumbuka wanatumia hata hao na light ambayo wanatumia light ya kuweza kuwafunga mapepo. Bash pole pole wanachunguza wajue basi ile pepo ambayo iko ndani ya kwake basi manzi wetu ni pepo aina gani. Manzi amekuja kwa ile scarecrow. Na ile scarecrow ni nyakati za usiku na iko birisheka pale na inzi. Wakaangalia basi kukaanza kukua na dark moon. Mwezi nyeusi. Nyaje. Ile scarecrow demon ambayo ilikuwa kwa manzi wetu ilichomoka ikaingia ndani ya ile scarecrow. Na kisha jamaa akaanza ganga zake. Mwili bila kichwa. Akamwambia mwili bila kichwa teketeza hiyo kitu wajana bangi. Wakakuja kuiteketeza. Kikaanza kuteketea. Ile scarecrow kikaanza kuteketea na kikaanguka chini. Kikaanza kuteketea. Lakini sasa mka wako ilu akakasirika. Shetani nyongi. Ni mimi mnateketeza namna hiyo. Nasikia kama mka wako kanyaga chini. Kigulu ikavunja ardhi. Inakuanga na kigulu ikavunja ardhi. Maja kama pia sister yangu wako wapi wewe? Acha nini na sister yangu? Wewe ni munani? Mimi ni Hindu. Hindu ndo nikusema nini? Kikakasirika. Kikaingia bila shaka pale kikapotea. Baada kaanza kushanga kimeenda wapi, kumbe kiliingia kwa sister yako yake bila shaka pale manzi wetu, kikaingia kwa gomiti. Wewe sister yako, mbona mnanifuata usiku nikifanya kazi yangu? Kwanza leo hii ninaenda kuwakamua nyinyi wote. Lazima niwakamue nyinyi wote damu. Na baada ya kuwakamua nyinyi wote damu mtajua mimi ni shetani nyongi. Mimi ni bibi ya shetani mka wako eno. Mimi ni mka wako eno, mke wa shetani. Bash. Sasa wakaanza bila shaka pale kikaanza kubonga. Use lagne laga ki meri. Mtajua mjue nyinyi. Mtajua mimi ni shetani nyongi. Sichezangi na watu, na nikicheza na watu sichezangi mara moja ama mbili. Nikifika na kuangamiza mara dhatu mara hiyo. Mwili bila shiko. Mwili bila kichwa. Kichwa bila macho. Wakamuuliza, mbona unaangamiza watu? Akawaambia, sasa sikizeni. Kikaanza kuelezea story, kikaanza kusema nyakati za kitambo mimi nilikuanga mtu mzuri kabisa. Nilikuanga mpaka na kirahudi na ambayo watu walinipenda wakisema kwamba mimi nimeokolea watu. Sasa akaendeleza ni ile story na ambayo basi guru ama kilipenda basi Guru Saika alikuwa anaelezea, akiendelea na ile story ya Guru Saika. Akaanza kusema nyakati za kitambo mimi nilikuwa bila shaka pale nilibutu na ambaye nilikuwa na uwezo wa kuweza kuponya mtu. Lakini kulikuwa na jamaa hapa na ambaye bila shaka pale alikuanga basi na wirano. Alikuanga bila shaka pale ana wirano. Sasa wakati moja alikuja kuitwa na kijana fulani aweze kuokolea mama yake, kwa sababu mama yake alikuwa mjane na alionekananga basi anataka kuiaga dunia. Watu wakakuja bila shaka pale akakuja kuokolea na ule mama, lakini watu wakakuja wakanipepeta wakisema huyo mama ni mchawi na mimi nataka kuokolea basi yule mama mchawi. Wakapiga ule mama, wakampiga plus na mtoto wake wakamwangamiza. Mimi nikapigwa vita ile mbaya sana. Na kisha wakachukua ule mama wakiwa na yule mtoto na ambaye amevaa ile kirauni, kabla aweze kuiaga dunia yule mtoto akazikwa, huku ikisemekana kwamba mama ni mchawi. Lakini ile ilikuanga setup. Mimi kutoroka nikaingia kwa mahindi. Kufika pale kwa mahindi nikapata kuna scarecrow. Na nilikuwa nimeumia zaidi. Nikaona basi wacha nipumzike kwenye ile scarecrow. Baada ya kupumzika nikaaga dunia. Kuaga dunia basi nilikuwa nimevunja damu na nimeweza kuumia. Spirit ya kwangu ikaamua kukuja kufanya revenge. Watu wa hiyo kijiji na ambacho bila shaka pale kinaitwa basi Ratuli ndo waliwezanga basi kuniangamiza. Nikaapa lazima nita make sure nimeweza kufanya revenge na nimeangamiza watu kwenye hicho kijiji cha Ratuli village. Na kuanzia siku hiyo ndo niliweza kuapa. Nilikuwa nafanyanga kazi yangu kwa ile circus saa 1:15. Nikasema nitakuwa natembea kwenye hicho kijiji saa 1:15, wakati ambapo yule mtoto pia aliwezanga kuuawa, na nitatekeleza revenge kwa kuangamiza wana kijiji, kwa sababu hiyo kijiji generation ya kwake niliwezanga kuhusika na kifo cha yule mama na yule mtoto, na hata wakahusika na kifo changu. Lakini jamaa kama
Akamwambia ile generation iliisha. Unaambia nani? Unabishana na mka wako Edu. Akasema sibishani na mka wako Edu. Mbona unasema na unasema. Unataka kusema nami? Akasema sitaki kusema nawe. Bash. Mwili bila kichwa. Mwili bila mikono. Mikono bila vidole. Mdomo bila meno. Shetani nyogi. Shetani mka wako Edu. Shetani mwenyewe maru. Sasa wakakuja basi mazi ili jini ikachomoka kwa mazi wetu basi Gotami. Sasa Gotami ni wakati na ambapo anajisikia. Kai nini? Wakaambiwa bila shaka pale ni kubaya. Sasa wakati wenye huo basi walikuja kuunda plan wajue jinsi na ambavyo basi watakuja basi kusaidia jamaa wetu. Siku ya mwisho jamaa wetu aiage dunia. Siku ya mwisho jamaa aiage dunia. Imeweza kuadia. Jini bado basi ile demon bado yaweza kukamatwa. जब तू भूत बनेगा तब तुझे समझ में आएगा. विक्टर जी सॉरी वो गुस्सा आ गया. लेकिन हर भूत के पीछे एक खुकार इंसान का ही हाथ होता है. Sasa walikuja kubonga design kama hiyo wanashindwa watafanya namna gani? Watafanyaje bila shaka pale waweze kusaidiana. DJ Phoenix ni Olang kutoka basi Ombie Complete. Anasema kama DJ ni Barbara kutoka basi Kopore. Anasema movie Kofiti. Kumbuka kunifuatilia kwenye mitandao zangu za kijamii. Hello DJ Phoenix nakupata nikiwa Siaya nichezee movie ya Sahil Khan. Mimi ni Joseph Willy Nice kutoka Nairobi na salamia rafiki yako wangu Felix akiwa basi Homa Bay nataka unichezee movie ya Rebel. DJ Elo ni Kelvin kutoka basi Ntoroni nicheze movie ya Ramchara Mteja. Anasema DJ ni Chalo kutoka Joskai. DJ mambo vipi? Ni Santozo Omondi kutoka basi Kisaka. Anasema na enjoy movie iko poa sana. DJ ni Valerie Latela Laleta show iko poa sana. Wacha tu watch ni George. Anasema kama show iko fiti sana. Nicolo kutoka Kisumu. DJ ni Mike kutoka basi Nakuru. Anasema nasalimia friend yangu Mudhoni. Mwambie show imeweza tena maridadi zaidi. नहीं पंजो है भूत को. Sasa walikuja kubonga design kama hiyo. Jamaa yetu anasema mimi mnisaidie juu mimi naona nikikufa na hata sioni hata sasa nikiwa na hopes. Unaona? Jamaa yetu haoni bila shaka pale akiwa na hopes. Yeye anaona bila shaka pale yeye nikiyaga dunia anaenda kuiyaga dunia. Go center. Kama mimi lazima tusaidiane tujue jinsi ambavyo tutafanya tutaweza kukata. Yaani tutaweza basi kukamata ni ile bila shaka pale ile demon. Wakaanza kuona plan. Wakasema juu tumepatiwa story na ikasemekana ile demon ilikuwa na nguvu kwenye mguu. Juu mguu wake hata ulikuwa unatumika basi kuponya ni ile basi jini. Sasa tufanye hivi. Juu hiyo jini inajuana na huyu manzi kwa jina na kwake basi ukinipenda basi Gotami. Tuweze kuifanya nini? Tuweze kuiwekea basi mtego. Tuweze kuiwekea basi yani mtego. Trap. Ingie kwa manzi wetu. Na kisha ikikuja kuingia kwa manzi wetu, tucheze nayo kiweze kuchomoka kwa manzi. Kisha uweze kuchomoka kwa manzi, mtu mmoja akate mguu. Ya ile bila shaka pale demon. Tukikata mguu ya ile demon itakosa nguvu. Na kisha kitaweza kuenda basi kuzimu. Na baada ya kwenda kuzimu tutakuwa sawa. Na hakuna mtu na bila shaka pale atawindwa tena na ile demon. Wakapanga namna hiyo. Wakakuja kupanga namna hiyo. Wacha kama mimi hakika ni Korea. Hata mimi nimechoka kunaitwa, nimechoka kufungiwa nyumbani. Kumbuka that's why ndo manzi wetu alikuwa amefungiwa pale nyumbani juu. Anashinda basi usiku, ameweza kutambaa na kutembea basi kwenye ile basi maskan. Na basi unasikia akichomoka anaweza enda na atembee na aende na hata akose kurudi. Ndipo manzi huwa anafungiwa. Sasa wakapanga jinsi na ambavyo bila shaka pale watakuja basi kuangamiza. Na leo sasa ndo ni siku ya mwisho jamaa inafaa haage dunia leo. Leo sasa ndo ni siku ambayo jamaa inafaa haage dunia. Ndo hizi miwara zenye wizi kumbe huku kulikuanga na wakisi walikuanga wanapika bila shaka pale pombe ara zenye wizi. से मुक्त हो जाएगो मूर्ति बनवा देंगे तेरी. मरने के बाद कहां से देखूंगी मूर्ति? हाँ सीधे सीधे बोलना डर लग रहा है. मैं अपने लेना डरती. शादी की टेंशन है मुझे. यह तो हमारी लग रही है. और वैसे भी वो कपूदा औरतन को कुछ ना करे. सेफ हो तुम दोनों ना. बुलबुल अकेले भी नहीं. तू कैसे जाने है बुलबुल और मेरे बारे में?
उसने कहा आई लव यू कह रहा है। हेलो बुलबुला, नाइस टू मीट यू। Alright, sasa wameweza kupanga plan. Sasa jamaa atakuwa basi ndiye atakata bila shaka pale. Jamaa koja kwa basi tukipenda Victor. Sasa jamaa ndiye alikuja kupigwa picha na ambayo itawekwa kwa sanduku. तैयारी कर रहा होगा तब हम यहाँ Jamaa alikuja kupigwa picha na ambayo itawekwa kwa sanduku. Na sasa bila shaka pale akapigwa picha, iko chonjo, iko chonjo. Sasa na jamaa wetu wamekuja kununua silaha na ambayo watakabiliana basi na lile jini nyakata za usiku. Wakati na ambapo jamaa wetu anapigwa basi picha na ambayo basi itawekwa pale kwenye sanduku. Unaona? Picha na ambayo bila shaka pale itaweza kuweka basi pale kwenye sanduku. Woi jamaa wetu. Sasa naye basi Victor naye ndio huyu. Ndio huyu wewe akakata tosha. Wewe unaweza kata jitu na dembo na ile kisu. Lakini jamaa kuangalia kona kuna kisu na ambayo Soso wako nayo. Mimi nakata miwa. Wakasema tuletee ile kisu na ambayo Soso wako nayo. Hiyo ni kubwa mzuri ya kuua hiyo demon. Bas. Hii ndio ni kisu ambayo itataweza kutumika basi kuangamiza ni kare kademo. Wewe wacha uchinga haka panafanya haraka. Sasa jamaa aweze kutest ile kisu kama iko sawa. Akaamua basi kutest ni ile kisu kama iko sawa. Na kumbe wameanza kurushiana kijicho. Na manzi kwa jina la kwake ukilipenda nani? Wameanza kurushiana kijicho. Sasa ndio huyu jamaa naye anapima sanduku. Oh yeah. Jamaa anapima sanduku, jamaa kwa jina kwake Sanii. Anapima sanduku namba nyorosha kidogo. Hivyo. Bas, wanampimia iko sawa. Wanampimia sanduku wala hiyo yaya. Wanakijiji wanampimia sanduku namba watatumia basi kuweza kumzika nayo. Wakati wenye huo basi manzi akaekewa basi kitu namba itamlinda basi ile shetani isiweze kumdhuru. Na wakati wenye huo basi Sanii ndio huyo ama ukipenda Gomita wameanza kurushiana kijicho na huyo Victor. Unaona? Wameanza kurushiana kerido na huyo Victor. Wakati na mapo jamaa yetu anapima sanduku. Wakaanza kujiandaa. Akachukua basi ile spell, akaweza bila shaka pale basi ile passion akaweza basi kuiwekelea upande wa pili ambayo watatumia basi kukabiliana na ile demon nyakati za usiku. Leo ni siku ambayo kijana ataaga dunia. Ndio maana unaona hata wana kijiji wanangangana basi kupima. Sasa zile nyakati za usiku ambao jamaa wetu wataiaga dunia, wakaanza kujitayarisha na wakaanza kuinda ni ile basi demon. Basi mlango kumbe mazi wetu alikuwa anakuja upande wa pili na hawa hawajui. Wanavuruta mlango. और फिर वो जरूर आएगा. Iko chanjo. Lakini nyakati zenyewe hizo. Ina maana punda siyo punde. Walisikia kicheko cha mka wako Edu. Wakajua tiko siu. Wakajua hakika tiko siu. Kwa sababu walisikia kicheko cha mka wako Edu. Sasa wakati wenyewe basi wakafungua ni ile mlango na kisha kamweka Gomiti pale nje. Nyamaza. Everybody keep quiet. Shh. All that making noise. Oh, it's me. Wakaanza kupima bila shaka pale ile demon. Are you serious? Wakaanza kupima ni ile demon, shetani. Are you serious? Yes, we are serious. Keep quiet. Yes, I'm keeping. Who is saying she? Oh, it's me. मिलने भी ना आएगी. Hello. Bibi yangu. Bibi niko hapo, watu wameanza kuimba wimbo. Wameniweka hapo wanangoja nikufe. Lakini kama mimi maidia tuko huku wala zenye wizi tunangangana kutafuta na ile shetani. Tumeweza basi kutega mitego. Nani anaongea kwa simu sasa huyo? Nakwambia shetani iko karibu kukuja na sasa tumeka wala zenye wizi. Nikikufa jua nilikuwa nakupenda. Ndio hao watu wanaimba muziki, wamekaa wananiangalia kama picha nikufe. Akaanza kuscan. Lakini wakati wenye huo zile nyakati za usiku मरने के बाद mimi ndio sanduku nimewekewa mbele yangu. Jamaa amewekewa sanduku mbele yake. Kidogo walianza kusikia basi shetani jogi. Walianza kuona basi the dark moon. Mwezi mweusi. Mwezi mweusi ndio huo. Wakati wenye huo ile demon ikakuingilia. Ile demon hakika mtazamaji ikaamua kukuingilia. Ndio hii. Demon ndio hii. Ikakuingilia. Manzi alistuka.
Manzi yake karistuka na shetani mka wako hilo. Mazee best ya mine. Kumbe hii shetani ndio imezoea kuingia kwake manzi wetu. Inataka kuingia ndani kwake manzi wetu. Sasa naye Victor akaamua kuchomoka bila shaka pale na ile silaha haiweze kukata mguu. Akachukulia ile silaha akaamua basi wewe lazima nitakukata mguu. Manzi akaanza kusikia kudumu. Sasa jamaa kwenda kuikata mguu, bahati mbaya kumbe jamaa wetu alikuingilia. Mimi niko karibu kukufa. Jitu ile demon ikaona mnataka kunikata mguu. Miss kikapotea. Bash kikakasirika. Sasa jamaa wetu nani amekwambia ukuje? Nani alikuambia ukuje? Manzi kaboeka. Hakika nani amekwambia ukuje? Sasa ona vile na babu umefanya. Sasa tutakusaidia namna gani? Unataka kupona ama kukufa? Lakini kidogo ile demon ikaingia kwake manzi wetu. Ile demon iliingia kwake manzi wetu. Kichwa bila mkia. Kichwa bila mkia. Mwili bila kichwa. Ikakata ni huyo jamaa. Ile demon, wewe ndio unataka kunikata mguu. Unataka kukata mguu ya mka wako hilo. Ewe. Mimi ni shetani mka wako hilo. Ikamwekea mguu. Cheki vile manzi aliinua mguu. Sawa, ikainua mguu ikamwekea namna hiyo. Lakini jamaa yetu akamwambia pole. Pole ndo kusema nini? Unataka kuangamiza mka wako. Lakini jamaa yetu akamwambia wewe si ya wewe punda. Unataka kuniangamiza, unafikiria mimi ni nani? Kawe na agoma. Hata wewe si shetani. Unasema ati mimi si shetani. Gai pole. Unasema mimi si shetani. Ati mimi si shetani. Unaona vile nafanana na unasema mimi shetani. Nataka nikuonyesha nguvu za shetani ni kusema nini. Jamaa kaliinuliwa. Unasema mimi si shetani. Jamaa kalirushwa kando. Kai pole. Wachana na yeye Sani uko aje? Jamaa alirushwa na kona nundu. Jamaa wetu basi dudo kuinama kalirushwa kando. Dudo kuinama kalirushwa kando. Bash. Wewe ndio unasema mimi si shetani. Piga teke. Kamweka kando shetani mka wako hilo. Kubarka chuka. Sasa nimekosea. Usiwahi sema shetani si shetani. Mimi ni shetani na unasema mimi si shetani. Jamani kuja akaamua kuikata mguu. Wewe ndio unafanya seming, si ndio? Miss. Kikapotea. Ai. Gomti. Uto. Gomti. Niko hapa wewe. Nani amesema mimi si shetani? Mwambie yeye ni shetani, mwambie yeye ni shetani. Gomti wewe ni shetani, wachana na sisi. Kwa nini mlisema mimi si shetani? Tutafanya namna gani tuombe msamaha? Jamaa alikuingilia. Awe. Mimi ni mtu ambaye nimeokoka, nimeunda msalaba. Unafanya nini wewe? Mimi nimeokoka. Riswa. Nikaamua kumrusha basi Victor kwa ile kisima. Wewe. Jamaa akamwambia pole sana. Usinifanyie design story kama hiyo vile ambavyo unataka kunifanyia. Okay. Angalia vizuri. Nataka nikurushe ndani ya hichi kisima. Ushaikunywa maji? Sijaikunywa. Bas. Ndio hii lazima ukunywe maji. Unasikia anga basi shetani nyogi. Haya kunywa. Kikaanza kumnywisha maji maskini wa Mungu. In the name of Jesus Christ. Ninahubiri na ninasema pepo na ambalo linasumbua huyo moto kwa jina la Yesu Kristo. Imagine huyo ni karishi na ambaye anaomba namna hiyo. Lakini sasa jamaa anakunywisha maji Victor. Ni mka wako edu. Imeboeka. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee. Lakini jamaa akakataa. Na wewe kunywa maji. Kumbe hii shetani inaogopa maji. Hii shetani inaoneanga maji kwa supu wakati na ambapo inakula. Jamaa bio kaja yoga. Shetani kanitoroka. Inasema yoge inaweza oga ikose kukauka kwa sababu kuna baridi. Kama kuna baridi mtazamaji, unaweza risk kuoga, unaweza oga ukose kukauka. Kwaja. Akamwagiwa maji. Magia yeye maji. Wewe achana naye. Pepo imetoka ndani yake. Karisha anamwagia mazi wetu maji ati ndio pepo itoke ndani yake. Namna gani wewe?
Wakati wenye huo mpenzi mtazamaji, jamaa wetu aliweza kukuingilia. Cheki maneno. Akakuja na ile spell. Akaenda kumwangilia ni lile kaburi bila shaka pale pale ambapo yule mama na yule mtoto alizikwa. Na kisha akaamua kuteketeza ni lile kaburi. Aliamua kuteketeza ni lile kaburi. Uweza kumaliza ni ile jini nguvu. Lile demon aweza kulimaliza nguvu. Cheki maneno. Lakini wakati wenyewe huo, kama ilivyo kawaida, mzee mfupi, mka wako Edu nimekuja. Kiliweza kukuingilia. Wacha ione. Nani kigulu. Ikaona bila shaka pale kaburi imeteketezwa. Pole. Wewe. उनके बदले unacheza na mimi. Jamaa akamwambia pole, mimi sichezi na wewe, lakini pole, usikuja kufanya jinsi ambavyo unataka kufanya. Unacheza na mimi wewe. Unajua vile nimekasirika. Ikaanza kumnyonga jamaa wetu. Kilianza kumnyonga jamaa wetu. Jamaa wetu akaanza kunyongwa, maskini wa Mungu. Cheki maneno. Kikaanza kumnyonga. Kikaanza hakika kumnyonga. Kilianza kumnyonga. Kikamwambia wewe ndio unakuja kufanya plani yangu inataka kwenda mrama. Kwa hivyo kikaamua kumnyonga na power za kishetani kale. Kilianza kumnyonga na nguvu za kishetani kale. Lakini wakati wenyewe karishikwa. Nani huyo? Gomiti alikuingilia akamwambia beste yangu si wewe unaishi na mimi tunaishi tukua pamoja, basi naomba basi uingie ndani yangu. Lakini sasa huyu si kumbe Gomiti, huyu ni manzi wetu kwa jina la kwa Kihindu, na akarushia basi ni jamaa ile uswad bila jini kuweza kutazama. Kisha Victor akachukua ile uswad na kisha mguu ikakatwa. Asanta kukata nile mguu. Asanta wega. Bila shaka pale ni ile shetani ikaanza kuishi, nguvu za kwake zimeisha. Na hakika mguu wake ukiarai tukakatwa, nguvu zikaanza kuisha. Ile shetani nyogi ikaanza kukusa nguvu. Makusha. Kumbuka kusubscribe kwenye account yangu bila shaka pale mtazamaji, usibaki nyuma. Ikaisha nguvu. Ate ile jini ikaisha nguvu. Gomiti kamwambia niko sawa. Uko sawa Gomiti? Manzi akamwambia hakika niko sawa. Huyu si Gomiti, huyu ni Hindu. Aya. Sawa ni sawa. Kumbe Manzi alijifanya basi yeye ni Gomiti, lakini yeye si Gomiti, yeye ni Manzi kwa jina la kwake Hindu. Alijifanya basi Gomiti, lakini yeye si Gomiti, yeye ni Manzi kwa jina la kwake Hindu. Kisha wakati wenyewe ilifika nyakati za asubuhi, ile nundu ambayo ilikuwa nyuma ya kijana wetu ishaweza kupotea, na basi kijana wetu imefika asubuhi na hajaweza kuiaga dunia. Manzi wetu Gomiti alikuja kumhanga. Wewe sogo sawa. Sister yangu. Karisha kaanga jamaa. Wewe usoi nifanyie hivyo tena wewe. Hapana wewe buda, kajojo. Umesaidia jamaa wangu. Umesaidia kimeite mazee. Manzi wewe. Jamaa alifurahia zaidi. Jamaa wetu ndio huyu. Ameshaokolewa na Manzi wetu kwa jina kwake Gomiti. Cheki kamgongo. Size. Alikuwa amenunuliwa shati nyingine kubwa na bai ilikuwa oversize. Lakini jamaa Maraidi Shtambrauda ashaokolewa basi na Manzi kwa jina kwake Gomiti kwa usaidizi mkubwa kwake Victor na jini ile shetani nyogi. Shetani mka wako Edu ishaenda kuzimu. Basi sasa ikakuwa basi kijiji amekuja basi kuweza kukiokolea. Basi ndio hawa ardhi nyewizi wakiweza kuzungumza wakijua watakuja kufanya nini wala watatenda nini. Ikiwa basi ni mission accomplished, jamaa wetu kwa jina kwake kilipenda Victor alikuwa ameweza kuokolea pakubwa. Hakika mpenzi mtazamaji, aliweza kusaidia. Ka keh raha tha tu? Akamwambia basi kuanzia siku ya leo basi nakwambia tutaishi pamoja, juu tulikuwa tushaweza kuona lazima tutaweza kuishi pamoja. Kumbe hawakumbe wanapendana na hatujui. Angalia vile wanaangaliana. Akamwambia achana hiyo, acha sister yangu pia apate mtu. Sister yangu ameishi bila shaka pale basi kufungiwa, acha apate mtu aweze basi kufurahia. Sasa jamani, mleta jamaa yetu kijijini. Angalia mzee. Kichana yangu asante sana. Alimleta mzee pale nyumbani, mzee akisisi kudondoka na machozi. Watu kashangilia. Sasa mchere itakuwa ni mchere ya harusi yangu sherehe. Nimefurahia pana, nimefurahia ukuja kutembeanga huko. Sasa watu walifurahia basi kwa sababu ile laana imechomolewa kwenye kijiji na watakuja kupata sherehe kubwa kijijini. Sherehe kubwa ya maana kwa kuwa jamaa yetu amepona, na hata sio kupona tu, ameweza kuokolewa. Mzee aliweza kufurahia kwa sababu kijana alichomwani ile laana kuchomoka basi pale basi kwenye hicho kijiji chao. Na hakika basi ikafika wakati wenyewe huo. Sasa ikafika
ikafika wakati ambapo kijana wetu bila shaka pale aweze kurudi, aweze kuchomoka upande wa Kakamega, aweze kurudi upande wa Nairobi. Achomoke upande basi wa Kakamega, arudi upande wa Nairobi. Ikafika ndivyo hivyo mpenzi mtazamaji, walala yaye ikakuwa basi ndivyo hivyo. Cheki maneno wa Ashalala, maridadi deposit na maridadi zaidi. Sasa basi aweze kuchomoka na aweze kurudi basi upande wa Nairobi. Walala yaye wa Ashalala, maridadi na manzi alimsindikiza kama bie vaidia dada kwenda wewe twende haraka wewe tunaenda na basa. Hii ni Mbukinya imemngojea jamaa Ranyamwishi. Mbukinya inataka kumtoa upande wa Shamahoho impeleke upande wa Nairobi. Jamaa akasema mimi sitaingia ndani, nitakaa hapa juu niendange nikiangalia bila shaka pale jinsi ambavyo barabara ilivyo. Wakiwa upande wa juu design kama hiyo, wakiwa wamekaa ndani ya lile dinga haleluya pana nipeye ngoho, unajua iko kwa nimeshekewa na nyanya yangu pana. Jamaa akisema one day one time nitakuja kutembea Ranyamwishi, unaona hapa ni kama nitapata bibi. Akimwambia kwamba hapa atapata bibi. Bila shaka pale amemaliza ile mission, akakuja basi kuchukua basi na kuweza kumaka kwamba ile jini amerudisha kuzimu, na sasa akaamua kumaka na aweze kurusha ile jini iende kuzimu. Na basi akaamua kurusha ile jini, hakika mpenzi mtazamaji, rudi kuzimu. Jamaa kwa jina kwake Victor akairusha design kama hiyo, ile jini iweze kurudi kuzimu. Ni baada ya kuweza kukabiliana nayo mjini ya kwake mkawaka iweze kurudi upande wa kuzimu. Lakini ile jini imerudi kweli juu ile bidhaa vile na mavidi, na hivyo penzi mtazamaji kuweza kuzunguka design kama hiyo. Bila shaka pale ilienda ikaweza kuzunguka ikarudi pale kwenye ile bila shaka pale skia scroll, kumaanisha jini alijaenda mahali lipo hapo na nyakati za usiku iliamua kurudi kijijini. Itakuwaje mzee amefunga mlango sasa hivi? Watu kuna mzee kama huyu sasa zaidi ya ngapi? Masaa yameisha. Lakini mzee bila shaka pale ile jini imechomoka kweli. Ile jini ni kama haijachomoka. Ile jini liko Ranyamwishi, na hii ni ishara kuonyesha kuna sehemu ya pili. Na kama unataka kuona hii sehemu ya pili vizuri mpenzi mtazamaji, nataka usubscribe kwenye YouTube account ya kwangu. Baada ya kuweza kusubscribe ujinga, sisi ni sisi. Tokeni hapa ndugu hii. Nimewambia mpenzi mtazamaji, jini liko kijijini na jini halijaenda mahali. Na ukitaka kuona kwamba basi jini halijaenda mahali, mpenzi mtazamaji, nataka usikie mzee alibishiwa. Na nataka basi uweze kusubscribe kwa sababu nataka nikupatie sehemu ya pili. Mzee kwenda kukasirika mbele yake. Bukaguda. Sehemu ya pili nitawaletea kesho. Subscribe ndiposa utaweza kuona nikiweza kuupload, utaweza kuipata. Imefika wakati wa shout time na wakati wa request hawa. Mwingine anasema kama viko fiti kabisa kwamba show imeweza zaidi. Kuna mtu ambaye anaitwa Jackson watching from Thika anasema kama show imeweza. Hello DJ ni Fidel kutoka basi Kisweswai anasema zaidi za Mangari anasema kama show imeweza tena zaidi. Hello DJ Phoenix anasema ni Lucas anasema basi from Mpeketoni anasema kama show imeweza tena zaidi kabisa. Ni wiki from Kirutira side ya Kerugoya anasema kama show imeweza. Woza ni Mundo na salimia wote wanaotazama movie yetu. Hello DJ ni Brovin Chemiati kutoka basi Lutungu, movie iko sawa kabisa. Mambo DJ Phoenix, mimi ni Ebra na kutoka basi Mungawa anasema kama movie iko poa sana. Watch ni kwa na my sister hapa Joy. Ni Steve kuchomoka upande wa Thika anasema kama anatazama movie basi na show imeweza zaidi. Kuna mtu mwingine anasema DJ ni Steve kutoka basi Mboroti Montana anasema kama show iko fiti kabisa. Woza DJ ni Shezi kutoka Machakos anasema kama show iko best. Kumbuka pia kunifuatilia kwenye mitandao zangu za kijamii pale YouTube @DJ Phoenix Movie. Aya pia basi kumbuka pia mtazamaji kuweza kunifuatilia pale kwenye YouTube @DJ Phoenix Movie. Na kumbuka pia nambari ambao unatuma maana nayo ujumbe mfupi iko pale WhatsApp. Nitumie basi ujumbe mfupi pale WhatsApp, nitumie sauti yako kwa voice note pale na kila kitu itakuwa kizuri zaidi. Hello DJ Phoenix. Ni Fidelis kutoka Kisiwa side za Mngara anasema kama show imeweza. DJ Phoenix na Lucas watching from Pekesho anasema kama show iko fiti kabisa. DJ ni Johnny kutoka upande wa Chwe anasema kama show imeweza. Anasema DJ nakupata vizuri kabisa, jina la kwangu ni Shazam. Asante tena maridadi zaidi. Kumbuka basi pia nambari kwa WhatsApp na nitumia voice note. Sikiza kama vile ambavyo ametuma sauti ya kwake. Sikiza vile ambavyo anasema.
Hello DJ Phoenix. Wanakuoja hapa hivi niko na mtoto wangu hapa Ian. Tumepoa tu tuko hapa Kakamega. But sasa hii movie si mbaya sana, lakini kesho pia tena utuwekee kwa mapema kitu kama saa 1 hapa hivyo. Otherwise nasalamia mabeshte wangu wa Kakamega kama Hamisi Lumbasi na Vincent Okata na mamangu akiwa Matete huko Mkhalanya Alokari Sub-County. Alafu na wewe jamangu wa Maimai huko hiyo pia nimemsalamia. Asante sana, tunaendelea kwa watch tu pole. Asante sana, wanasema tutazama basi pale pole. Kuna mtu mwingine ametuma ujumbe mfupi, sikiza pia pale tuweza kusikiza basi anasema namna gani pale. Anasema hello DJ Nivon kutoka Kiambu, anasema kwangu na watch alone hapa, ningependa usalimie boy wangu pande wa Masai Mara, anasema kama show imeweza. Haya, kuna mtu mwingine anatuma ujumbe mfupi, sikiza. Hello DJ Phoenix. Show iko fiti na ni Rich kutoka Kitale. Show iko fiti. Hiyo movie hope utatuchezea tena part 2. Asante sana. Part 2 lazima iweze kukuja. Kuna mtu mwingine ametuma ujumbe mfupi, sikiza. Hi DJ Phoenix, ni Martin kutoka Nairobi. Nasalamia mamangu, nasalamia mtoto wangu na bwanangu Dennis akiwa hapa Nairobi. Tuna watch movie called Lit. Asante sana, sawa kama movie called Lit kabisa. Ai Melo kutoka Karen anasema kama show imeweza. Frederick watching from Tululungu anasema kama show imeweza zaidi. Martin watching from Chole anasema kama show imeweza. Kuna mtu ametuma voice note pia naye, sikiza. Phoenix hapa hivi bana, sisi na tunakuoje bana, nikiwa hapa hivi Kakamega na mtoto wangu Ian. Sema kitu bana, sisi ni mashabiki wako wa Keni. Tunaona movie imeshika chini kwa kabisa, iko sawa kabisa. Mimi utanichezea ya wanajeshi kesho. Sasa kwa hivyo wanasalamia mamangu akiwa Matete. Anasalamia na mkango akiwa Saudia. Otherwise uko na usiku mwema. Asante tena maridadi zaidi. Endeleeni kunitumia ujumbe mfupi na mimi nitakuwa nasoma pale na mambo kama mazuri kabisa. Kuna mtu ametuma voice note, sikiza. Hello, sasa naitwa Nelly kutoka Kisii. Ningeomba tu nicheze movie ya Bad Boys part 2 and 3. Asante sana, noted. Your request ndizo ninacheza kuselect movie yenye munataka nyinyi wote members. Asante sana. Hivyo ndivyo kunaenda round hii, ndugu brother wapenzi watazamaji. Your request ndizo ninacheza. Your wish is my commander. Hivi ndivyo tunasonga round hii. Movie ni zenye munataka, zenye munaselecta, but lazima ukuwe member mtazamaji. Lazima ukuwe member. Alright, desaini ya kuwa member ni kusubscribe. Asante sana. Babe, ni aje? Poa. Uko poa? Niko poa, ongea bwana. Nilikuwa nasema... Ulikuwa unasema nini? Ongea. Si unisikize jamani. Nilikuwa nasema unaweza kuwa na 500 hapo unisaidie. Na utarudisha? Nitarudisha. Nitaipataje? Siwezi kosa kurudisha. Nitaipataje? Si utakujia. Utakujia kesho jioni. Saa 1 hapo, saa 1 jioni. Mbona usitume? Siekangi pesa siku hizi kwa M-Pesa. Wewe si pesa unataka. Babe. Beti imechomeka hii.